Ningetaka tuombe ombi la Baba wetu aliye juu mbinguni katika jina la Yesu. Jinsi wewe utakavyoweza kuomba hilo ombi. Let us pray. Let us pray. Ithe Victoria Ligoro, our Father which art in heaven, Baba wetu aliye juu mbinguni, hallowed be thy name. Let thy kingdom come. Let thy will be done on earth as it is done in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who have sinned against us. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is done in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our transgressions, as we forgive those who have transgressed against us. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come. Let thy will be done on earth as it is done in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive those who have debts against us. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Tupigie Bwana Yesu Kristo makofi. Makofi mazuri, mazuri, mazuri. Amen. We thank God for our Lord Jesus Christ. Na tunashukuru Mungu pia kwa kila mmoja wetu ambaye ametutembelea katika ibada ya siku ya leo. Amen. Hallelujah. Tujipigie makofi kwa kulauka na kuja katika madhabahu ya Bwana. Amen. Kwanza kabisa, tunapoingia katika hii sehemu ya testimonies, ushuhuda, tungetaka kuona wageni wetu. Kama ni mara yako ya kwanza kuwa katika ibada ya siku ya leo, inua mkono wako. Inua mkono wako. Pigieni wageni wetu makofi, 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 makofi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunashukuru Mungu. Tungekusihi usimame. Wewe ambaye umekuja mara yako ya kwanza, mahali ulipo simama tu. Simama tu. Amen. So tunashukuru Mungu kwa hawa wageni wetu. Situpigie wageni wetu makofi. Tusalimie wageni wetu. Kama wewe umeketi karibu na mgeni, salimia mgeni, salimia mgeni, salimia mgeni. Na ukiwa umeketi hapo na usalimie mgeni, tutakupiga fine. Tutakwambia usalimie wageni wote. Salimia, greet our brothers and sisters so that they may feel welcomed. Amen. We thank God, we thank God. Amen. Tunashukuru Mungu sana kwa wageni hawa wetu ambao wamekuja. Wengine wamekuwa wakikuja katika maombi ambayo yameanza wiki moja imeisha na yametamatika. Wametuombea, wameombea Moro Crusade. Mapambano ikipambano huko walikuwa napambana hapa. Hao ndio walikuwa natuambia kile mnakutana nacho huko. Amen. Na wanawaombea. Tuwapigie makofi. Amen. Amen. So tushukuru Mungu sana. So tunawapenda sana wageni wetu, na muendelee kuja. Isiwe ni mara yenu ya kwanza, muje tena na tena na tena, na Mungu atawabariki. Amen. Besides that, tumekuwa na wapendwa ambao walikuwa pamoja nasi halafu wakaenda shughuli hapa na pale. So na tutawapatia nafasi ya kutusalimia, si ndio? Mmoja wawili.
And in the meantime, wewe tayarisha ushuhuda wako dakika 2. Amen. Amen. Roda, tunaongea mambo yako, kuja usalimie kanisa dakika 2, utuambie umekuwa wapi, and then we'll come the others and tell us what God has done for you that time when you are away. 2 minutes, ili tupatie wale wengine nafasi ya kushuhudia, na Mungu atatubariki katika jina la Yesu Kristo. Ya makofi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina naitwa Roda. Napenda Yesu kwa sababu alinipenda kwanza. Nimekuwa nimedisappear for a while. Not for long. Tuseme 3 Sundays sijapatikana. Though last Sunday nilikuwa Molo crusade. So sikupotea sana, lakini niko na family Nairobi na niko na family Gilgil. So niliteremka kuangalia. Otherwise niko sawa. Moto bado inawaka ya Roho Mtakatifu na safari tunaenda. Amen. Makofi, makofi, makofi. We thank God, we thank God, we thank God for Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Na leo tumetembelewa na Wakorino. Hey, pigeni Bwana makofi. Mkiona mahali Wakorino wanaenda, hapo kuna kitu. Wapigeni Wakorino makofi. Kwa niaba ya hawa wapendwa watu wa Mungu, let us invite our brother. Kuja brother, usalimie kanisa kwa niaba hiyo jeshi yote ya Yesu. Kuja usalimie kanisa, tunawapenda sana. Huyu ni mshirika wetu. Si mara yake ya kwanza. Yes. Come here our brother. Amen. Salimia kanisa. Katu hapa tu. Dakika 2. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Naitwa Nicholas Wagai, nimeokoka. Hapa niliwafuatilia kwa mkesha wa Kameme mara 2. Nikasema nitatembea. Bwana asifiwe. Na sasa nimetembea. Barikiweni. Amen. Pia Nicholas makofi mazuri. In the mighty name of Jesus. Tunakukaribisha tena na tenda, na ukuje na watu wote wa Mungu, na mtabarikiwa katika jina la Yesu. Now testimonies. Nani ametendewa jambo lisilo la kawaida? Nani ametendewa jambo lisilo la kawaida na Yesu? Wewe unaona kama ni kawaida, lakini mwingine anaweza kuona si jambo la kawaida. Nani huyo ametendewa jambo lisilo la kawaida na Yesu? Amen. Kuja dakika 2 tu. Amen. Agoswa Yesu muthamaki. Bwana asifiwe sana. Niye ningirwo kiama ni Ngai. Bwana asifiwe. Niye ningirwo kiama ni Ngai. Bwana asifiwe. Nyumite mwena wa Kirinyaga Mwea. Nindokire guku na ndumiriri. Bwana asifiwe. Nginya Nairobi na ningoragwo ndi Muombaji. Bwana asifiwe sana. Mahinda mana ndirakinyire giikaro giki nindironire ari kiama kinene kia Ngai. Nitondu nie ndi muhoi Ngai na ndirahuturaga handu kamuti-ini hoete, ndirathia na maburi, ngatinda handu nduritie maru, ngangitwo ni riua, ngithaithana. No ndagika cia muico nie ndiraonia ndi nyombaire kundu ritarakuwa maburi ringi. Bwana asifiwe sana. Kiu ni kiama kia mbere na ningerete ni Ngai ucio. Riu tondu ngungangana na ihoya kundu ritari hiaga ni riua, turona ni mutungati tuguthio na mbere na guthaithana, na niguo tugwika. Bwana asifiwe sana. Ni mutukarimbicite. Amen. Tumewakaribisha. Pigia Bwana Yesu makofi. Dada wetu anasema ya kwamba amekuwa hana mahali pa kuabudia. Amekuwa kwa kamuti fulani mahali akiomba, mahali alikuwa anachomeka sana na jua, na wakati ulifika Mungu akamuonyesha kuna mahali ataenda ambapo ni hakuna hata kuwa kichomeka na jua. Kwa hivyo akakuja, Mungu akamuongoza akakuja mahali hapa, na tumekupokea na Mungu akubariki. Yeye ni mmoja ambaye alikuwa akiombea crusade ya Moro. Tumpigie makofi.
Amen. Karibu shuhudia dakika 2. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Mwathani agocwo. Amen. Nikenete rucini rwa umuthi ni tondu wa Mwathani kundehe thiini wa gikaro giki. Bwana asifiwe. Amen. Hamaritwa njitagwo Jeni wa Njiko wa Cege na ni nyendete Jesu ni tondu wa kuhonokia. Mwathani arogocwo. Amen. Nie ndi thu ya ngoma. Bwana asifiwe. Amen. Ni tondu ni menyete ni gwitwo ndetirwo ni Ngai. Yes. Na agitiga andu aingi muno mari ega na mari atongu. Bwana asifiwe. Amen. Akiona ngoro yakwa akithara. Yes. Nigetha ngaturania nake muci wa matu-ini. Mwathani arogocwo. Amen. Nie ndirenda kuraha kiama. Bwana asifiwe. Amen. Ni tukoretwo twi thiini wa kigongona giki kianyu. Mwathani arogocwo. Amen. Tukoretwo twina makanitha maitu maria tuthiaga. Bwana asifiwe. Amen. Na tikurituhirwo turituhirwo ni makanitha maitu. Bwana asifiwe. Amen. Kanitha witu ni mwega. Andu ni marathie matu-ini. Ni thoma kanitha witagwo Christ Assembly. Bwana asifiwe. Amen. Kuria Kariobag. Mwathani arogocwo. Amen. Na kwina muriithi, kwina ndungata cia Ngai. Na andu ni ega ni tondu wa Mwathani. Bwana asifiwe. Amen. No ni tuiguite ni tugwathikira Ngai. Bwana asifiwe. Amen. Ni tondu ithuĩ turi arutithania wira hamwe na Kristo. Bwana asifiwe. Amen. No ria Mwathani angiuga iguru riuge uguo noguo tungiuga Bwana asifiwe. Amen. Ni tondu ari na aria ithe witu ti kanitha ititwo no niwe wititwo. Mwathani arogocwo. Nikio twi thiini wa gikaro giki nigetha tumutirire. Bwana asifiwe. Tutirire ndungata ya Ngai, tutirire acirikare mari guku ona aria angi Mwathani ararehe. Bwana asifiwe. Ni tondu ni murathie haraihu ni undu wa Ngai ucio mwitite. Bwana asifiwe. Amen. Nie ndina kiama kinene. Mwathani arogocwo. Amen. Na ni ndiraheanire thiini wa gikaro giki. Bwana asifiwe. Iraha. Ni uguo muranyona ndirari murwaru muno. Na ngarwara ndwari iria yetagwo serious. Bwana asifiwe. Na niguo ndireraga ariũ a ithe witũ. Mahinda maria mundu akuhĩrĩria gũkua mũrũ wa ithe witũ, kwĩ maroho ma andũ arĩa kuma kũgĩraga. Mwathani arogocwo. Na niĩ ndirarwara na ngĩthiĩ thibitarĩ tofauti. Bwana asifiwe. Na rĩrĩa ndathire thibitarĩ tofauti murimu wethwo ukaga. Bwana asifiwe. No ni ndiraigua hatari nganja nie ndi murwaru. Mwathani arogocwo. Ni ndiraigua ngicokeria Ngai ngatho ona ngamwira ni wega na ngamwira uria Mwathani unginjira uguo noguo ingika. Bwana asifiwe. Ni tondu hatari nganja ari na aria ithe witu nie ni guthie ndirathiaga. Bwana asifiwe. Nie ni ndiratwaritwo matu-ini na ngathie ngacemania na Jesu. Bwana asifiwe. Ari na aria ithe witu ndirenda kumwira ritwa riri tugwetaga ti ritwa ria itheru. Bwana asifiwe. Uria wothe wihokete Kristo, uria wothe wikarite ari thiini wake onake Jesu ari thiini wake. Mwathani arogocwo. Tumpigie dedeti makofi. Tigere Ngai. Bwana asifiwe. Twaka kumwira atiriri ni kuri Ngai uhonokanagia. Bwana asifiwe. Ni kuri Ngai uriokanagia. Mwathani arogocwo. Ndireraga aria ithe witu mahinda maria ndarwarire ngeigua ni ndagia na hinya wa kuhoya na ngiona ni ndoyo na ni ndatwarwo matu-ini. Bwana asifiwe. Atire our sister. Oda gutire na thita matini no acoka. Matu-ini kuona Jesu uguo na maitho. Kiafio. Atire. Ndiraria ndi kigongona-ini. Tamba imuthikiririe. Bwana asifiwe. Abotige. Kwe ngoretwo ngira testimonies cia andu manathie matu-ini na magacoka. Bwana Yesu asifiwe. Na andu maigua atari matuhu ndiraria. Riu ni umwe wao. Nie no kinya nditigire kigongona. Bwana asifiwe. Mahinda maria ndathire ndacemanirie na Jesu na uhoro uria wari munene ni ndamakire muno. Bwana asifiwe. Otoria maandiko me thiini wa maandiko me atumwo 10 uhoro wa mahinda maria Kornelio atumirwo muraika ni amakire muno. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Na mahinda maria ndathire ngicemania na Jesu tutiaranirie nake mũrũ wa ithe witũ.
Bwana asifiwe. Hindi onegwo ndi magerio-ini ma murimo. No Jesu ni oire gatutura ka white kahanaga gitambaya kiria akinjikiria. Bwana asifiwe. Na mahinda maria anjikirie ndacokire kuigwa ndi mwiri-ini na ngigwa makite muno. Bwana asifiwe. Tondu horo cio ti horo muhuthu. Mwathani arogocwo. Uria wagukwiriire ukimuona guo na maitho. Pigia Bwana Yesu makofi. Ngai amurathime. Rekai twende Ngai na tumwitigire. Bwana asifiwe. Twiguko ni tondu wa wira uria Ngai atuhete. Mwathani arogocwo. Mwatuona haha mutigakorwo mwina thina ngoro-ini cianyu. Muria kurino mokite niki? Atumia itambaya mokite niki? Ithuĩ tũrĩ aruti a wĩra. Amen. Bwana asifiwe. Muhore rohe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu dada we etera hanini mukuru etera hanini ntogwe kahinda hindi wengi ndona ndandagita kaicitu ni cithirire riu very well. Our sister has huyo dada wetu ametuambia yeye alikuwa mgonjwa sana na ikafika mahali akanyakuliwa akaenda mbinguni, na alipofika mbinguni akamuona Yesu, lakini Yesu yule ambaye tunahubiri siku ya leo akamuona, lakini Yesu hakuongea na yeye. Vile Yesu alifanya, alichukua jiwa a dove, a white dove, alichukua jiwa mweupe kabisa akamrushia. Alipomrushia alijisikia sasa ameamka katika ulimwengu akiwa amepona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si mnaona hiyo ni testimony ya mtu ameenda mbinguni, amemuona Yesu na sasa ako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, tupige Bwana Yesu makofi. Amen. So naona muda wetu umeisha, lakini huyu mama kuja tu na dakika emwe tu kana igiri. Nije wewe na testimony itari ya kawaida. Alinipatia ushuhuda wake na nitampatia hiyo nafasi. Amen. Kwa majina naitwa Lucy Wanjiru wa Kiroro. Yeye ni wa Yesu. Yeye ni msichana wa Yesu. Bwana asifiwe. Ako hapa kumshukuru Mungu kwa sababu ya alikuwa aende hata yeye. Komete gwakwa ndari na pesa ndandegeretwo ni andu. Na pesa alikuwa amepatiwa na watu. Ngiendio tujuga ndi kwendio ndendirio. Ni kama alikuwa anauzwa. Wakigora utuko wakampata usiku. Twari aige. Walikuwa wengi. No ni mokire ore-ini ura ndakomete. Lakini walikuja mahali alipokuwa amelala. Riu omwe agikara mitwe-ini ya magoro-ini na mitwe-ini oriri. Mmoja alikaa pande ya kichwa na huyo mwingine pande ya miguu. Makija manegere pesa. Wakaniitisha pesa. Simera die na pesa. Nikawaambia sina pesa. Mimi nilikuwa nafikiria nimepigwa ngumi, lakini nilipigwa na panga. Bwana asifiwe. Wakati nilisikia uchungu, nikatoa pesa nikawapatia. Akaniuliza, umenijua? Hakuwa anajua kwa sababu hiyo mapua ilikuwa imeanguka. Akasema, nimekujua lakini usiniue. Akaambia huyo mwenye alikuwa pande ya chini mmalize. Akaenda kukata shingo. Akazuia kwa kidole kidogo. Bwana asifiwe. Na kikaanguka kidole. Ni hapo watu waliposikia. Nikakuja nikachukuliwa nikapeleka hospitali. Bwana asifiwe. Mimi namfurahia huyo Mungu kwa sababu baada ya kupelekwa theater alichukua mkono juu. Akaitisha karatasi maana hangeweza kuongea. Akaandika akasema, mwenye amenikatakata nimemsamea ndani ya Kristo. Kwa sababu kama nikufa ningekufa.
singeweza kumsamehe, na watoto wangu wangeishi kwa mashida. Na kama nitakufa, ako na Mungu. Ako kakidole kadogo kakachukuliwa, na mapua ilikuwa imeanguka ikafunika mdomoni, akapelekwa theater. Ameishi kwa pressure na hakuwa na pressure. Akienda theater, madaktari wakiwa wamemzingira, akawaambia waondoke. Yeye ni wa Yesu. Yeye akashonwa, akarudishwa kwenye wodi. Ikasemekana aende watafutiwe chuma. Chuma zikatafutwa, pesa zikachangwa, alafu akaenda kuwekwa chuma. Bwana asifiwe. Sasa ni mara ya pili kupelekwa theater. Pale kwa kushonwa, pameenda kuwekwa pakia kwa chuma. Yeye ako na chuma kwenye pua na si ya kutolewa. Ako na chuma kwa kidole lakini ilitolewa, ikashikanishwa, but haiwezi jikunja. Bwana Yesu yupo. Alikaa Nairobi Hospital miaka 2. Huyo ni Mungu. Amemuonea Mungu huku. Aliambiwa na daktari asikuwe anaguza kwenye pua na mtu asimguze, ili asahau kabisa, maana alisahau akamsamehea. Bwana asifiwe. Asikuwe anakumbuka. Sasa akiwa huko anaguza kwenye pua, ako na mwezi mmoja. Aliambiwa hata rudishwa kwenye theater. Akipigwa picha, akaambiwa chuma ni nzuri, amepona, hadi anaomba sasa. Anakuja kuwa analala chini, akipiga magoti hakuweza kuamka. Hangeweza kuamka. Sasa anajiamsha. Bwana asifiwe. Mungu anaitwa Mungu. Tumuishie huyu Mungu, huyu ambaye anaishi. Yeye ni karembo ka Yesu. Bwana naye mume akakufa mwezi wa 2. Bwana asifiwe. Lakini yupo na Mungu, ako na Yesu na watoto wake na utu wa Mungu, na wale wanamshikilia kwa maombi. Bwana, pigia Bwana Yesu makofi. Pigia Bwana Yesu makofi. Amen. Mmesikia hiyo muujiza? Na huyo ndiye amekuwa akituombea. Hizo siku 7 zimepita, hakutuambia hivyo. Amekuwa akikuja hapa kila siku for the last 7 days, wakiwa na wazee wale wengine. Tupigie Bwana Yesu makofi. Ni mmoja wa wale ambao wamekuwa akiombea Moro Crusade. Sasa wewe na mimi tuna sababu tusiweze kuomba? Si unaona hiyo ni motisha tumepewa hivyo? Hiyo ni challenge kubwa, si ndio? So we thank God. We thank God for our sister, na Mungu awabariki. Sasa wakati wa ushuhuda umeisha, tuko katika wakati wa matangazo. Bwana Yesu asifiwe. So hili ni kanisa la Crusaders for Christ ama CSC. Bwana Yesu asifiwe. Under the leadership of the Apostle Hezekiah Dura Waruinge. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeshukuru Mungu sana kwa sababu ya vile ameendelea kutupanua. Amen. Si kweli Bwana Yesu ametupanua? Tumbariki Bwana Yesu. Tupige Bwana Yesu makofi. Secondly, tunakaribisha wageni wetu, wale wote ambao walikuwa hapa. Tunakaribisha wageni wetu sana, wale wote ambao wamesimama na wale ambao wameingia baadaye. Tunawakaribisha katika jina la Yesu. Amen. So Mungu awabariki sana sana katika jina la Yesu Kristo. Tumewakaribisha. Amen. Tunawakaribisha. Mungu awabariki na muendelee kukuja. Amen.
isiwe safari yenu ya kwanza na ya mwisho, iwe ni safari ya kwanza. Amen. Na muendelee kufuatilia. So secondly or third, tunataka kuwatangazia ya kwamba tarehe 15 tutakuwa na the inoro kesha. Friday ya 15, Friday the 15 tutakuwa na mkesha wa inoro. Bwana Yesu asifiwe. Tutaonekana mahali popote ulimwenguni kupitia the Inoro TV, na huo mkesha wa Friday, si Friday inakuja, hiyo ingine. Nyinyi nyote mmekaribishwa, muwe mmefika hapa kuanzia saa 1 na mtabarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo plan and purpose to come. Si ndio? Na Mungu atatubariki. Number 3, another announcement. Wamama mubakie hapa saidi hii. Wamama wote mmekaribishwa kwa mkutano wa mama, mketi pande hii. Baada ya ibada mjadiliane mambo 1-2 na Mungu atawabariki. Then again we have the church choir, the Muungano Church Choir. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hawa wapendwa wa church choir, wale wote wangetaka kujiunga na church choir, hata wazee kama mimi, tumekaribishwa. Wazee, wamama, vijana, mmekaribishwa, mketi hapa. You'll be meeting your choir director. Where is our sister Pamela? Our sister Pamela, where are you? She's somewhere around. So wale ambao wangetaka kujiunga na church choir, mkutane hapa baada ya kanisa. Amen. Na mtabarikiwa katika jina la Yesu. So church choir, meet here for 30 minutes after church na mtabarikiwa. Amen. The other announcement. Wewe ambao unaingia mahali hapa, siwe ni member wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe si member wa kanisa, ni vizuri uende pale kwa secretary's desk. You'll be meeting our brother Peter and Alex. Be upstanding. We are our brother Alex, mpigie makofi. And our brother Peter there. Yes, mtakutana pale. Pia our brother Elder John atakuwa hapo pia. So mwende kwa the secretary's desk, mchukue membership cards na mtabarikiwa. Amen. The other thing, wale kila Jumapili unapoingia kwa kanisa, uheshimu ushers. Bwana Yesu asifiwe. Ushers ndio mstari wa mbele wa authority katika hii kanisa. So mahali wanakudirect, enda hapo. Amen. Jambo lile wanakuambia unatii na Mungu atakubariki. Amen. The other thing, so tumeongea mambo ya membership cards. The other announcement, our BESMA, Peniel Savings and Credit Cooperative Society Limited, inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumefungua account na in fact it has been certified by the Ministry of Cooperative Societies. Amen. It has been endorsed that it is registered. And we are in the process, tuko katika ile hali ya kupata account na pay bill number, na tutakuwa nayo kwa wiki hii. Bwana Yesu asifiwe. So kuanzia Sunday tutawapatia hiyo pay bill number ili muweze kufanya yale ambayo mnastahili kufanya, kama kuregister. Unatuma member number, pesa kwa hiyo pay bill number ili uwe unajua ya kwamba pesa zako zimeingia kwa account ya BESMA Sacco. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tunawakaribisha kwa sababu saa hii tuna register na giri moja. But after launching, launch BESMA, na tulikubaliana ni we will be launching it, tutaianzisha kirasmi mwezi huu, sometimes this month. Registration itaenda 2,000.
na saa hii tuko members kama 100. Tuko members I think 70 something. So jiunge na Besma, because sooner or later after launching it registration itakuwa 2000. Si ndio? So save 1000 by registering yourself and registering your family member, na mtabarikiwa katika jina la Yesu. Tunaendelea vizuri. Then Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea vizuri. Then the other thing, so we thank God for all of us. Mungu awabariki. So ninaona watu wote wanaangalia pande hii. Bwana Yesu asifiwe. Naona watu wote wanaangalia pande hii. Sijui ni nani wewe amekuja pande hii. Watu wote wanaangalia pande hii. Lakini ninaambiwa ati kuna mgeni specially amekuja na angetaka kutusalimia dakika 2. Dakika 2 tu, dakika 3. Bwana Yesu asifiwe. So na ningetaka kumkaribisha our sister Keti Jijo. Awe kanisa dakika 2. Karibu tu dakika 2. Na Mungu akubariki. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Amen. Sikuwa ninajua ni mimi mgeni, kwa sababu mimi sio mgeni tena hapa. Amen. Amen. Mimi ni mwenyeji. Yes. Pigia Bwana Yesu makofi kwa hiyo. Na hapa ni nyumbani tukiwa na nyinyi pamoja na aposto, na ninashukuru kwa sababu ya kazi njema ambayo mnafanya kwa kushikilia mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Naitwa Catherine Jerry wa Mwagi na Kamau. Mwagi ni baba, Kamau ni muthuri. Na ni ahirigite kuhurukio ni Mwathani. Na tondu ndirona ritwa ringi ria ku replace. Riria ndiona no ririka atia? No rikira. No ririehera. Bwana asifiwe sana. Ndenda gucokeria Ngai ngatho ni tondu wa inyuothe mukoretwo mugiturumirira kana mugitunyitirira thiini wa thigira wa ndura Waruinge na Kate Jijo official. Mukoretwo mugitunyitirira muno na ni mukoretwo mukiruta wira mwega. Mwathani amurathime na amwike wega. Ngoragwo kuria PCA Zimmerman. Mimi ni mwana Presbyterian. Bwana asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi. Kwa Presbyterian wote. Kuria tugaga PCA Zima kuna uzima. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ni kwa mutaratara twaheo ndagika 2 kana twero tugeithanie tukageithania tugacoka tugeka atia tugathie ku ni ku Mwathani aturutire protocols. Yes. Na ku ni ku Mwathani atuteitheirie na njikaga maundu mare mothe njikaga demoini wa nyimbo cia kugoca Mwathani. Yeye ni mwimbaji wa nyimbo za kusifu Bwana. Kuna kuongea na Kiswahili. Amen. Nasema mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Mimi ni mwandishi wa vitabu, mimi ni mwana biashara, na mimi ni mhubiri wa neno la Mungu. Amen. Na ninafanyanga haya mambo yote kama nimeokoka na ninampenda Yesu. Amen. Kuna mahali kwingine hatucheki. Amen. Amen. Tunakuwa serious. I just want to encourage you. Niwaambie ya kwamba unapomgoja Mungu kwa ukweli anakuja. Amen. Some of us hungetupenda miaka iliyokuwa hapo mbeleni. Lakini Yesu alikuja akatutengeneza. Amen. Amen. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ya kunipatiana kwa mikono ya aposto Dora Waruinge. Yeye amekuwa wa msaada na baraka kwangu. Kuna maneno ambayo amenenea maisha yangu, kuna utabiri ambao ametabiria maisha yangu na nimeona yakitimia. Amen.
na nataka kuambia kwamba mutunze mtumishi wa Mungu na mumpende. Amen. Muache judgment zile watumishi wa Mungu, because tumezoea kujudge watumishi wa Mungu. Wakati mmoja mtu anaitwa Musa alikuwa rafiki ya Mungu sana. Amen. Lakini alikuwa mwanadamu. Mambo ambayo mwanadamu alikuwa anafanya, saa zingine Musa alikuwa anayafanya. Alikuwa anateleza kwa sababu yeye ni mtu. Kabla hajakuwa mtumishi wa Mungu ama rafiki wa Mungu, alikuwa mwanaume. Bwana asifiwe. Na yale mambo ambayo wanaume wanafanya, Musa alikuwa anayafanya. Na siku moja akaingia kwenye walikuwa kwenye hema ya hema ya kitungano. Etagwo hata Kiswahili yangu imefika hapo. Tent of meeting. Hema ya kitungano. Hiyo hema ya kitungano ya mkutano. Amen. Walipoingia hapo, Miriam ambaye alikuwa sister yake wakiwa na Aaron walisengenya Musa kwa sababu alikuwa na kademu hapo Ethiopia. Alikuwa na kademu. Sasa wanaanza kuulizana, huyu jamaa anajifanyanga yeye ndiye peke yake anaongeleshwa na Mungu. Anaongeleshwa vipi na ili hali yako na kidemo hapa? Na from that time wakapatwa na shida. Mago ilikuwa inaitwa aje? Ukoma. When I swear, from that very moment they got the cash for themselves. I want to tell you, sijui kwa nini nawaambia hivi, kwa sababu sio vile nilikuwa nakuja kuambia, but ninawahisihi, tunzeni mtumishi wa Mungu. Amen. Wale ambao mumepewa kazi kwa kanisa, tunzeni mtumishi wa Mungu. Amen. Achaneni na yeye, nyinyi hamumjui. Bwana asifiwe. Amen. Mnacheza na mtu hata ameiba kwa shetani. Imagine. Ameingia kaiba hivi kwa shetani. You don't joke with such a person. Amen. Ametengenezwa, amefinyangwa mpaka kaiva. And that is why when he releases a prophecy, it comes to pass. Amen. Amen. Mtunza mtumishi wa Mungu, mumpende, mumpiganie, mpendeni. Amen. Yes, sijui kama ni kwetu tunapigania pastor wetu. We cover him. We cover his nakedness. We cover his shame. Tunamfunika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sisi baraka ya mtumishi wakati inamiminika inatufikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nimeambiwa nikuje niwasalimie peke yake. Na si nimewasalimia. Mumesalimika? Nataka kuwaletea salamu za mchungaji wangu Reverend Gitau. Nimemwambia niko hapa kwa sababu mimi sio mtoto mbaya. Mimi nikienda siedangi tu hivyo. Naambia baba ninaenda mahali. Na kwa hivyo amenituma na salamu nikuje niwasalimie na nisalimie apostle. Mmezipokea? Yes. Tumezipokea. Sunday mahali nilihubiri, nilikuwa Kasarani. I was preaching in Kasarani na nilitumwa na salamu, nikaambiwa mahali utaenda Sunday uwapelekee salamu. Mmepokea? Na huko watu waliokoka, na tunampenda Bwana kwa sababu ya matendo yake. Na kwa sababu nimeambiwa nisalimiane. Si mmesalimika? Kuna kitu kingine mnataka? Si ni salamu. Leo hakuna vigira wake. Hakuna maswali. Kama ulikuja hapa na maswali, wewe uliza Roho Mtakatifu, atafanya nini? Atakujibu. May the Lord bless you na Mungu awatendee mema. Tutakuwa na nyinyi. Amen. Throughout the ibada. Amen. Amen. That is Kate Jijo. Amen. That is Kate Jijo. Tumpige makofi. Amen. We thank God for her in the mighty name of Jesus. Ni damu irete liwe ni mushirika no ni donate akigere kuga sababu si mnaona sasa amekuja, tumpige makofi. We thank God for her. Amen. So there was another one tuliona kweno getroni ya Geshuha, our sister Caroline. Salimia kanisa, salimia, simama tu wasalimie. She was out on vacation. Amen. Yes, and kama wewe ni mgeni hapa, after church ukuje pande hii, hapo ndipo utakutana na Caroline, atakukaribisha
vyema zaidi. Wewe mgeni, after church ukuje tu kwa hii pila, you'll meet Caroline there na atakukaribisha kirasmi. So tupigie Bwana Yesu makofi. Sasa ni wakati mzuri wa kuabudu Bwana, and let us welcome our pastor, Pastor Don and his praise team. Tumpigie Pastor Don makofi, tupigie praise team makofi. Yes, let us give a hand to our Pastor Don and the praise team. Hey, simameni. Hapa kuna mtumishi, mnasikianga vile anatuongoza. Tumpigie Pastor Don makofi. Tupigie Bwana Yesu makofi ya juu, even as we welcome our pastor, the beloved Pastor Don. Mungu akubariki. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Inua tu mikono kama uko nayo. Hallelujah. Uko sure uko na mkono? Basi inua vizuri. Amen. Geukia mwenzako tumwambie nakupenda. Aya, tuongeze ya kimwili. Tuongeze ya kimwili. Mwambie najua unanichukia, lakini nipende tu. Ugeuke mwenzako mwambie tu najua unanichukia, lakini nipende tu. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua kanisa ya nyuma inakuanga mbovu sana kuliko ya mbele. Watu wa nyuma hallelujah. Amen. Watu wa nyuma hallelujah. Amen. Pastor Lydia, ukiona mtu ainui mkono unitafutie. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Geukia mwenzako mwambie I love you. I love you. I love you. Ni upendo wa Kristo. Ni upendo wa Kristo. Because nimeona Kim anaambia mke wa Pastor Karanja I love you. Sasa Pastor Karanja usikasirike. Ni upendo wa Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's celebrate kids. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Amen. And we want to honor the grace that God has given us. The grace of the man of God and the angel of God in this house. None other than Apostle Ndura Waruinge. Unajua kitu kimoja, mimi sipendi watu wa kunienjoy. Nimesema tu celebrate mzee wa nyumba na mnapiga makofi ni kama mnaenda wasijua wapi. Piga makofi kwa sababu ya celebrate the man of God. Celebrate the man of God. Hallelujah. He's our own. Amen. Amen. Inua tu mikono yako juu katika jina la Yesu. We bless you Jesus. We bless you Lord. Let your will be done. Let your will be done. Let your will be done. As you lift up your hands, tell him let your will be done. Somebody just worship the Lord. Let your will be done. Tell him let your will be done. Let your will be done. Somebody just worship the Lord. Open your spirit. Open your mouth. Let your will be done.
Just open your spirit. It is not us, it is the Lord. It is the Lord. Create an atmosphere for your miracle. Create an atmosphere for your miracle. We speak the grace of God in this place. We speak the anointing of God. Oh, just worship the Lord. Somebody just worship the Lord. Somebody just worship the Lord. Worship the Lord, somebody. Give him praise. Give him praise. Somebody do it for your better. Worship is not by force. Worship is willingness to deliver. Kill your pride and worship the Just worship the Lord. Continue like that. Continue like that. Continue like that. We give you praise, Jesus. We give you glory. There is no one like you, Jesus. The one who was and is and forever will be. You deserve the glory, God. You deserve the honor, my Father. There is no one like you. Take preeminence. Glorious God, we worship. It is your word that says, let everything that is within me praise the Lord. God Almighty. Let the presence of God flow over your life. Let the presence of God flow over your life. I wish I were you. I could have lifted up my hands and tell him, God, your word. Tell him, God, your faithful. Tell him, God, your mighty. Oh, Kanderabos. Syrianabos. Kantebasialara. Disconnect every connection that will hinder your blessing. Disconnect every connection that will hinder your miracle. The name of the Lord is highly exalted.
The glory of God. The glory of God. The glory of God. The glory of God. We don't need anything. We need the glory of God. We don't need any show up. We need the glory of God. The glory of God. Oh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nachotaka ni wewe tu. Nachotaka ni wewe tu. Haja ya moyo wangu Yesu tu. Haja ya moyo wangu ni Yesu tu. Nachotaka ni wewe. Nachotaka ni wewe tu. Hakuna mwingine kama Yesu tu. Nachotaka ni wewe. Nachotaka ni wewe. Ni wewe tu. Haja ya moyo wangu. Haja ya moyo wangu. Inua mikono mwambie ni wewe tu. Yesu. Hakuna mwingine kama wewe Yesu. Haja ya moyo wangu. Yesu. Nachotaka ni wewe. Nachotaka ni wewe. Ni wewe tu. Nachotaka ni wewe. Nachotaka ni wewe. Ni wewe tu. Haja ya moyo wangu ni Yesu tu. Haja ya moyo wangu. Tell him with your spirit. Yesu tu. Hakuna mwingine kama Yesu. Haja ya moyo wangu. Yesu tu. Oh, nachotaka ni wewe. Nachotaka ni wewe. Ni wewe tu. Tell him nachotaka ni wewe. Nachotaka ni wewe. Ni wewe tu. Haja ya moyo wangu. Haja ya moyo wangu. Yesu tu. Haja ya moyo wangu. Haja ya moyo wangu. Yesu tu. Oh, nachotaka ni wewe. Nachotaka ni wewe. Ni wewe
mikono, sema nachotaka ni wewe. Nachotaka ni wewe tu. Nachotaka ni wewe. Nachotaka ni wewe tu. Haja ya moyo wangu. Haja ya moyo wangu. Yesu tu. Lift up your hands and tell him haja ya moyo wangu. Haja ya moyo wangu. Yesu. Baba, sina mwingine kama wewe, haja ya moyo wangu. Haja ya moyo wangu. Haja ya moyo wangu. Yesu. Sina mwingine kama wewe Bwana. Haja ya moyo wangu. Haja ya moyo wangu. Yesu. Sina mwingine kama wewe Bwana wangu. Haja ya moyo wangu. Haja ya moyo wangu Baba. Yesu. Sina haja na mambo ya dunia Jehova. Haja ya moyo wangu. Yesu. Haja ya moyo wangu. Haja ya moyo wangu. Haja ya moyo wangu. Yesu. Haja ya moyo wangu Jehova. Haja ya moyo wangu. Yesu. Wanadamu ni waongo. Haja ya moyo wangu. Yesu. Haja ya moyo wangu. Haja ya moyo wangu. Yesu. Shujaa wa msalaba, Yes, Lord. umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa, inua mikono yako, mwambie Yesu, wacha nikuabudu. Acha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu Jehova. umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu Baba. Acha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu Baba. Umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu Jehova. Acha nikuabudu, Sherebo shikata. ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu. Shujaa
Nasema asante, asante, say asante, umenipigania vita Bwana, asante, ewe Mungu wangu. Nasema asante, asante, nasema asante, ninasema asante, ewe Mungu. Mikono mwambie Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu
kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. nasema hakuna Mungu kama wewe. Yesu hakuna Mungu kama wewe. Yesu hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. inua mikono sema Mungu kama wewe. Mungu kama wewe Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. hakuna Mungu kama wewe Mungu kama wewe. Waluya ni waongo Mungu kama wewe. wajamaa wametudanganya Yesu Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. hakuna Mungu kama wewe. Yesu hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Inua tu mikono mwambie Bwana asante. Inua tu mikono mwambie Bwana asante. Inua tu mikono mwambie Bwana asante. Just tell him, Lord, we thank you. Tell him, God, you're worthy. Just lift up your hands and tell him, thank you. You know the reason why you came here. You know why God brought you here. Forget about everything. Forget about everything. If you're watching us online, worship the Lord with us. Thank you, Jesus. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku wewe, Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. kila siku wewe, Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. kila siku wewe.
glory fall. Want me to let your glory fall. Let your glory fall. Let your glory fall. Remember your children, Father. Inua tu mikono mwambie let your glory fall. Zikandalalabosa. Zeketerebosia. Lidaba seketerebosia. Zenderebosia. Let your glory fall. Let your glory fall. Let your glory. Let your glory. Let your glory. Let your glory. As the prophet of God will be coming, let your glory fall. There is no hindrance. There is no obstacle. Oh my God. Let your glory fall. Let your glory fall. Let your glory fall. Touch me once more, Father. It is not about you, it is all about God. Cast your burden unto Jesus. Cast your burden unto the Lord. Let there be a visitation in your life. Let there be a visitation in your life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just worship the Lord. You have the freedom. Thank you, Jesus. You are in the house of God. Thank you, Jesus. He is your Father. Thank you, Jesus. He is your daddy. Touch me once more. Just push it. It is better to break the protocols. It is better to break the protocols because of the presence of God. Do it. Do not look at your neighbor. Break the protocol. You can kneel down. You can cry. You are allowed in the presence of God. Jesus. 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 Katebo Santa. Rabbi shuka sasa mwana wa Mungu shuka orina keta ya babarasa Roho Mtakatifu take control now, take control. Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Tell him your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Tell me your name is Yahweh. Shakatere Bosaya. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name
Your name is Yahweh. Yahweh Jehovah. Your name is Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Miracle. You are a miracle working God. Tell me you are Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Tell me you are Yahweh. The Spirit of God move in your life. Your name is Yahweh. Inua mikono sema you are Yahweh. Your name is what you want to do. We surrender ourselves before you. We surrender ourselves before you. Push it in the presence of God. Just lift up your hands. We will finish by telling, yes, you are the Lord. Touch me once more. Yes, you are the Lord. Touch me once more. God, one more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. One more time. One more time. Sing one more time. One more time. One more time. Lord, I need your. Sing one more time. One more time. Tell him one more time. One more time. One more time. One more time. Lord, I need you. Inua mikono sema one more time. One more time. Dance and say one more time. One more time. One more time. Lord, I need you. Sing one more time. 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 Lord, I need you. Sing one more time. Sing one more time. Jesus, one more time. Say Lord, I need you. Sing one more time. One more time. One more time. Jesus, one more time. Lord, I need you. One more time. One more
Anatengeneza
Asante Baba kwa udhihirisho wako. Asante kwa huduma hii ambayo umetupatia. Baba, ukabariki watoto wako, wamekuja kutafuta uso wako. Wamekuja kwa sababu wanakuhitaji. Wamekuja wakiwa na mahitaji mbalimbali. Kaguze kila mtu aliye katika nyumba hii. Mubadilishie maisha yake. Msaidie aendelee kukujua. Nyunyusha roho wako akaweza kunyunyizia kila mtu hapa. Wakapata uwepo wako, wakapata nguvu zako. Ufunuo ukashuke. Manabii wakashuke, walimu wakashuke, wainjilisti washuke, hata watume washuke. Wote ambao wanahitajika, wachungaji ukaweze kuwashusha. Roho yako ikatembae katika nyoyo za watoto hawa. Wakapate kupona, wakapate kubarikiwa. Biashara zao zikainuliwe, mipango yao ikadhihirike na njia zako katika kwao. Uliandika maandishi ya kwamba watabarikiwa. Wacha wakabarikiwe siku hii. Asante. In Jesus' name we do pray. Thank you. Put your hands together for Jesus. Thank you. Praise and worship. That is how you should be worshiping when you are on your knees. You may be seated. Thank you. Thank you, God. Wow. It means next week we need some new chairs. Is that not true? Bwana Yesu asifiwe sana. Niinulie tu mkono wako hata kama hutaki. Hata kama hutaki. Bwana, inua tu juu kabisa kama uko na mkono. Hivyo nisalimie kwa hewa. Nisalimie kwa hewa, hapana. Salimia kwa hewa tu. Asante sana. God bless you. I missed you. Can reduce the volume, but you can go on, but reduce the volume. I missed you. How did you miss me? Yeah? So much. Pokea salamu za Molo. Bwana Yesu asifiwe sana. How was your Sunday without your apostle? Your beloved apostle. The only one that speaks to God. How did you communicate with God without your apostle? Learn more and more. Because apostle is traveling abroad. Apostle is going to Australia. Apostle will be going to Mombasa. Apostle will be going to Meru. So if you came here to worship your apostle, you are in for a rude shock. You will be meeting Akina Karo, Akina Roda. They will be ministering here. Akina, our pastor here, ndio watakuwa kiminister. I've been given a different assignment to go there. Moro tulipata watu karibu
800 new converts. Bwana Yesu asifiwe sana. Balance vizuri. Tulipata zaidi ya watu 800. Many of them. I thought you saw that. And I thought it was worth your clap. Kwa hivyo, adwa matia kenile. Adwa matia kenile tendo ni mara honoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulifanikiwa pakubwa. And nashukuru Mungu because he's faithful, he's good, and he has blessed us. For those who are with me in Molo, God bless you. And Mungu awainue zaidi na wapatie vipaji zaidi na nguvu zaidi, tuende tukavunje miamba iliyo kule nje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na wale tuliwacha hapa pia Mungu awabariki. It was good job you did. You represented the church very well, and I want to teach. And I want many of you who want to become a pastor, a bishop, si bishop, takuwa meruka sana, si ndio? Prophets, I know prophets wako hapa. Niko na wao wengi sasa wa Mungu amewalete. Wale wanapiganaga na maprofet, azeni vita, kwa sababu sasa ni wengi. Azeni vita. Wale mnapiganaga na nani? Azeni vita. It is bad news for you now because nimedeclare war. Hallelujah. Hapo hapo vita unaanza, tunakungoa hapo hapo. We are not short of members, and we are not looking for mediocres. We are looking for people who want to go to heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. So here hapa kama umezoea ile makanisa, umezoea mambo migi, we are not looking for activities zijae ndio tupate hizi. Unajua mapasta wengi wana compromise kwa sababu ya shekeli. Mimi niko nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kagari niko nako ni kadogo lakini kazuri. Kanyumba niko nako ni kadogo lakini kamenitosha. Hivyo I'm there alone. Watoto wote wameenda. Si mnajua niko na watoto wengi. Wote wameenda. Hallelujah. So sitaki kujenga nyumba nyingine, so I don't need your money. I need mtu ambaye tutatembea pamoja tuende mbinguni. I've seen it all. I've seen it all. So hii mambo fane usilete ukora hapa, usilete ujagiri, usilete hiyo maneno ya huko hiyo makanisa ingine. Hapa ni kubaya. Na nilikwambia mimi si pastor, pastor ni karaja. Mmenielewa? Pastor ni nani? Mimi ni komanda. Nitakukanyagisha pale na utaenda. Na si hautaenda uvyo upule, utasidikizwa. Na si mtu atakusidikisa, ni makofi na magumi ukienda huko nje. Kama Yesu aliingia kiboke kanisani na nyahunywa kanyorosa watu, na mimi ni mfuasi wa Yesu, kaitage kogu nani hiana na Yesu. Kanatigo. Kwani kuna vitu bili wa Kristo afanyagi. Yesu akapata kipofu. Akatemea mate udogo, akatengeneza udogo, akapaka mtu hapa, akamwambia dhioge dhambe. Hiyo mapasta wafanyagi kwa sababu huwezi kubali nikupake mate yangu hapa. Si ndio? Na utatoroka. Akaingia kanisani, akakuta watu wanafanya biashara. Kama unafikiria walikuwa wanauza madisi, ni masegenyo. Propaganda. Huyu amefanya, huyu ameenda, huyu amekwenda. Kujipenda sana. Ati kama si mimi haiwezi kafanyika. Si hapa. Anybody can be anything. Praise him. Anybody can be. Unaweza kuwa leo umekalia hii kiti, kesho utakuwa ukionea view sasa pale ama kwa nyumbani kwa Bethel TV. Si ndio? Tutengeneze watu wanaenda mbinguni. Pesa kaa nayo. Kama unajisikia kutoa sadaka toa, kama unajisikia kutoa fungu la 10 toa, kama unajisikia kufanya hilo nataka kufanya in the church toa, but we don't depend on it. Udo aragia uru. Aniko tumwetire, aniko twariria uru kaide mwire. Ndirenda mojererio wega. Na ndirenda onyete. Wakwa tutirathi matu-inĩ turateithania nake. Kama hatuendi mbinguni, tunasaidiana na wewe na nini? Si ungekaa nyumbani?
Ama ulikuwa nafikiria hapa ni kwa linaye na libakuda limakata? Hapana, here this is a church led by the Holy Spirit. Hi ma'am. Finally, umefika. Thank you. Tulikuwa tumeuliza maswali mzee. Mama ako wapi? Thank you very much. Nataka kuwashukuru sana because of your presence. How many of you are here today to show love? To show just love. The other time, my brother, how is my brother? Come. Yes, wewe. Nitakutumia mpaka watu walalamike. Kalia hiyo brasere. Yes, kiatu ni mpya, socks ni mpya. Katirosa ni kamupya, kashati ni kamupya. Simama hapa wakuone vizuri. Gatika kukurugamia haha watu eka pasta. Taruta medhirimo tuone. Medhirimo imepona. Yes. Good. Piga Yesu makofi. This is the works of God. This is the works of who? Yeah, kama si hii, kama si Mungu, then hakikuwa hivi. Thank you my brother. God bless you. Kale, udeda wigire kirathi ya pastor, nitakulipia. Mimi nililipiwa. Bishop Harrison Ng'ang'a, tengenezeni hizi ama mchukue mpeleke huko nje. Ng'ang'a alinilipia class, Bishop Harrison, for 1 year. Na akanilipia rent 1 year. Kanisa ikapasuka mara ngapi? Kwa sababu yangu. Na akasema kama ni huyu atafanya kanisa ifugwe, wacha ifugwe. Mimi Mungu ndiye amenifanya nini? Leo nataka tubariki mtu mwingine. Nani anataka kubarikiwa leo? Nani anataka tumsaidie leo? Inua mkono unataka kusaidiwa leo. Unataka kusaidiwa na nini? Wangu arudi shule amefunga. Mwambie aende. Guka. Oka. Sasa huyu na mtoto yako, nani anafaa kusaidiwa? Yeah? Oka tudukamzira atukuja hapa. Oyo na mwana ucio waku ri na wina moko na maguru na mitwe na ndwiri no wagirwo ni guteithio. Ni uyu kana ni? Yeah? Muthuri odera tumuthemie tha ici. Athere chua igirira ibesha. Na tishia sadaka. Wekelea pesa hapa. Sadaka uweke, usikuja kuniambia ati nilitoa. Wekelea ni pesa hapa na ni lazima. It's a command. I'm not requesting you. Wekelea pesa hapa. Kila mtu ile uko nayo wekelea hapa. Huyu mzee lazima avae suit, azae viatu. Na ukiona anakaa hivi, kwake kuko aje? Bakorwa hiano ugwa hiana. Wake kuhiana ate. Anigo etheritheti haha ukete ate mutheru urathie matu-ini. Ni matu-ini mariko ungethie muthuri uyu hiano. Utaenda biguni gani kama huyu mzee yako hivi? Na unamuonaga hapa kanisani. Unavaa suti ya shilingi 150,000. Wekelea pesa hapa. Hii ni kanisa ya kukomandi watu watoe. We must every Sunday we must be changing a person. Wekelea mapesa hapa. Holy Spirit ameteremka. Wacha nikwambie kama mtu anajua siri. Siri ni saa hii. Siri ni saa hii. Holy Spirit already ameteremka. Siri ni saa hii. Kama nika ile gethimi kile wathi manakio nikio gothimirwo muthi. I'm telling you. Kama umepima, venye umepima, hivyo ndivyo utapimiwa. Mlikuwa kwa test. After these things. After God tested who? Yes. After these things, God tested who? Who is Abraham here? Okay. Shaken together. Hiyo mnajua sana. Shaken together. Pressed together. And before that statement, and how you measure,
Thank you. I've answered your question. Nani yako na roho mkuka mdomo moyo? Roho ilienda. Sasa leo nataka usome. Nasoma kitabu gani? Nasoma kitabu gani? Bado sija. Hiyo laini ilikatwa. Hiyo laini ilienda, hesabu hii pesa. Hiyo kazi ndio utakuwa ukifanya, kuhesabu pesa. Hesabu hii pesa. Si ulisema pesa yako inatorokaga? Basi ndio hiyo kota. Hesabu, usibebe. Takwira mundu anjia kuokania shoke kurathi tena kureja. Ate bye, tutaonana. Hesabu 50-50 kado, 100 kado. Nani mwingine mwaminifu hapa? Ukakaile tu gako. Kaile tu gaka ne gako. Ona ndeto natwega. Yes. Aka mutire mwage kira gatheti-ini. Wewe chunguza maisha bado. Mutire wero kimurutaga. Atina tona kombinator. Kuna wengine bali walikuwa nasema ate mwakoyo tujialeta tona 12. Ate modosha, ate natara kandiza inedo. Eshiaredi. Na shiaredi toeni umwe. Ate Keti. Mai. Nditurakonire na muhunjia turakoigwira tha. Na niturahingira tugikuhoyagira. Tondu ucio muhunjia ni egukuripu. Tatarambesha we tiga maundu maingi. Mudhaura ako ayuko. Mudhaura alipiga, alikuwa amepatiwa authority na president mwenyewe, because he is a sharpshooter. Mudhaura is a sharpshooter. He is a hitman. Aliwacha kama amenilenga hivi, risasi ilienda for the first time in the world, ikagoka ukuta, ikarudi, ikamurarua hapa. Simuliona wale walikuwa hapa? Ilimurarua hapa. Shoke ugate ni ukorwa na kimundu ta giki. Giki ni kimundu gitari kiega. Mimi niko ni baada ya Moro conference, Moro crusade, Mungu ameniambia, ameniongezea 5% wokovu. No ndirabata. Pigia apostle wako makofi. No ndirabata. No kukinya kou. Muthenya umwe no tukararania na inywe matu-ine. Muikuruka na njigwa na muikurukaga. No doda. Kuikaraga matu-ine ukakero rucini. Muthenya umwe no gakinya kuo. Tutateremuka tu na wewe. Muikurukaga ate na ngathikana naki na mucuha. Na parachuti. Keti. Wewe mama tini ukaharuka nake. Aya wewe wako ndetani. Wewe survivor. Ai pesa isitire igana. Nani mama. We. Ogeda mudhuri yekereke. How much does a nice suit cost? A nice suit, maybe around 10K? Yes. Yeah. Kuna mtu anaongea hapa. Nani anaongea? Ni wewe. Si uko na bwana kwa nyumba? Una mbaba kwa nyumba? Karo. Unataka vae nini? I would go for ile my sister amesema ya 10,000. Yes. Okay. Suti ya 10,000 na kiatu ya pesa ngapi? Mzee, wekera kiatu namba shikana. Yeah? Na bainyanya. Hiki yako kitige kuigana. No kuigana hiki. Wewe, hebu niletee hiyo kiatu iko hapo. Lakini hiyo ni kubwa. Ni namba ngapi? Iwezi mtosha.
Ukia namba inyanya? Kana namba kenda? Ni 7. Yangu ni 9. Mungu nilipatiwa. Ili shika na shi 11,850. Kiatu ni pesa ngapi? Yeah? 4,500. Na shati? 3K. Na socks? Hizo tumesema kiatu ni 4,500. Na suti ni 10, that is 15. Shati 3, that is 18. Socks 1K inakuja 19. Uko na pesa ngapi? 11,815. 11,000 na 815. Okay. Sasa kwa hivyo tuko na deficit ya pesa ngapi? Tuko 8. Ndio zikufika 20. Si ndio? Mtu mwenye ako na giri moja tunataka sifike 8. Simama juu. Uko na giri moja unaweza kutoa saa hii. Si ati nitatuma nikifika nyumbani. Henaba ndiraheana na basi yakwa wenda kunyandikira message baadaye. Leta 1,000. Na nĩ nyingĩ ũkinyagĩrĩrie kĩbeti na ngari getha kĩhota gwĩkũnja. Siumako. Mrembo. Haya, kwani unataka kupatiana? Kwa ina. Nĩrathiĩ kamuthuri ũyũ mena were kare mbogo cirakwe negiri twendi baboi mka kuja edeni na huyu mulete hizo nguo mzee muweke hapa nekwenda ethabe ayoheria tomae nani wewe mka akwapile mtu mwingine wale watu wa kitchen eko huyu otida akijulia ni arenda utungata uliko sharagia dada tengeneza maji ya mzee ataoga na kashanuri sasa tungenyoa hii nywele vizuri kinyani amaka hii toka. Yes? Mpatie mic. Okay, it makes sense tununue suti moja ambayo inabadilisha. Yes. Kwa nini tusinunulie shati na blazer na trouser which pesa tutapata? Trouser kama 3? Yeah, blazer kama. Si unaona kuwa na mapasti ready. Mpigie makofi. So Roda toka na waboi. And then okay sir. Na shaka kuigana muongerere. Toka. Sikiliza ule. Turudi kwa mfuko. Atakula nini? Umekuwa smart lakini unajua. Kulia ki. Abereria. Tuanze na wewe.
Na wewe ruta icoka morguo-inĩ. Coka iguo-inĩ. Yes. Na ici ti cia sadaka mũraruta. Okay. Urutare kĩondo gĩakwa kĩage mbeca. Weta borehe mbeca. Ete. Amenitumia 2,000. Ni uongo, hajanitumia. Nani ametuma 2,000 kwangu? Okay. Tutaangalia. Na tukonfirm lete pesa mami. Coka iguo-inĩ. Ukona tore so cibangĩtwo wega. Na rĩko nĩ ngakinya ta Keti, rehe mbeca. Nĩtũma thimũ-inĩ thaa ici na no tuonie message. Wewe lete pesa ya UK. Weka kwa simu. Tũrĩikaraga atĩa gũkũ na andũ matarĩ kĩndũ. Wewe waruta? Cia mbere kana cia kerĩ? Sasa mami, how are you? You are doing fine? Hey, how is Kenya? Rudi kwa guo, rudini kwa guo. Coka iguo-inĩ. Rudi kwa guo mami. Coka guo-inĩ. Coka, rudi kwa guo. Alex. Na nione message. Na nione message. Yes. Rudi kwa guo. Maido. Dole kanyamu. Tuma na unionyeshe message. Moshari. Ke, rehe mbeca. Ereko. Ithire ndirona. Wewe tashoka guo-inĩ. Coka guo-inĩ. Wewe getoka. Adukarute ciakwa, urute cia ici, urute iria ciakwa yana. Ciakwa tige. Nĩngweterera. Iretu. Wathika. Kuna umetuma? Okay. Wewe rehe mbeca. Hapa wase. Ini raundi tu siri ya kwanza. Sema rehe mbeca. Ukora kiriko. Agũrĩrwo ngũrĩ arĩikaraga kũ na hotel security ya kũrĩa gũikara nĩ tigaku. Kaũrĩ watunywo. Wewe rehe ciaku. Rehe ciaku tia kwĩra mũthee atĩ ruta. Wewe ni urutire? Sawa. Koki. Pastor Koki. Ondoka hapo. Wachana na hao. Baboi simameni hapo. Oka Koki. Mudhuri ikara yako. Unamjua? Koki. Huyu mzee anakaaga wapi? Nomo. Mudhuri ikara yako. Mokaga nau. Okaga iga. Baba. Okaga iga. Wikaraga ko. Wika Kiambio. Oh, ni wa Kiambio. Nani wa Kiambio hapa? Hii kazi tutaipatia Oka Hilda. Athuria yo ere mukira inywere. Okatu teguruta okai. Nitabeca ici. Mutare wikaraga nore nyumba yaku. Nore nyumba yaku. Kanyumba kanini? Nore gitanda. Gitanda ndore. Mukodoro ndore. Kamukodoro atigirwo ni mundu. Gacuka ga kwihupira. Sawa. Fanyeni hivi.
mufanye budget ya nyumba yake, ya kiti. Mnaonaje? Ile wachana nayo. Kanitha ni kurugamirira. Ika budget ya mukodoro kitanda. No kurugagira. Kura iro ciothe. Utikiru kwa guku. Ni kuyama ire uriaga ki? Uriaga ku? Riu kuria ni kuthira condo. Riu ndiaga riu no nyonire mbeca thie mukawa-ini. Okay. Rudisheni hiyo pesa hapa. No mukumushokia ku? Mushararie ikondo kunge nyumba, kanitha ni ririhaga rent. Muthamie kia bio. Niguo athamio kia bio, athi itura rieru. Njuke guote hanini. Kuno jitikirie mundu gate oroku. No hoe. Mundu gate ndio ni undu riri. Kundu ku ni kuria ndokire ni ta Ngai wandumite kuo. Na kuria ndumite ni undu ora ndanyaririkite. No ndahotire guikara kuna twikane ndira communicate ni ndira place na andu yani. Muratukana na andu ku. Kwina nyumba njega ku kana nyumba yo ni yau? Nyumba yo ri. Hari mundu uri haka kanyumba kau. Na kanyumba kau ri ndikua ni gathaka no ni thaka tondu ni nyumba ngomaga. Sawa. Ekatiriri athuri chukweni pesa yote. Muikare thina muthuri uyo mumupangie vizuri. Sawa? Mumupange vizuri mpaka akuwe smart. Egotoroa. Na mumugurire shati, mupatie pesa kidogo. Wale waende wanunue shati na trouser, aende na yeye hapa hise coach kuna mahali pa kuoga. Aoge vizuri, anyolewe vizuri, akuje kama amedress poa na mununue kiatu. Ciarĩkia kũrutwo haha nĩ ndungata cia Ngai nĩ mbia ina kĩrathimo na itikwenda icoke kũndũ gũtarĩ na kĩrathimo. Mũthuri ũyũ nĩ athuri a kanitha athamio itũũra rĩrĩa arĩ atwarwo kũndũ atoĩyo acarĩrio gĩikaro kĩega mũndũ ũthambĩtio nĩ kanitha kĩonereria kĩega kĩa nyũmba ya Ngai. Makofi. Muthuri thi haha rugongo he handu hena kabafu kega hena handu na rugama te kumugucia pole pole tutiratwa matua macio maingi abothi wenjo toteru wega withambe wikire gacati keru Mupelekeni akuje akiwa kijana. Tumutafutie people. Wewe mbona tono arogale wananiona mundu uguo na itheru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii maneno imeanza kwenda moto sana, si ndio? Tuingie kwa Biblia, wacha mumetoka. Nataka kuchukua 30 minutes. Kwa sababu tuko na majioni. Tuko na class. Mutikojareria leo.
Mutikeino kwa kwa mutirenda kujariria. Every Sunday, let it be a burden of this church. We lift a soul. Moshari, kuja utsalimie watu. No watu rage dereva yako, tugethi kuia. Tugetunya ndo. Nono le ibire damakai. Kwa tuguhiri ate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Anthony Lengete Madheri. Tumeishi na Waruinge kutoka 2006 hadi 20 after election ya tuadhukia Kenya. Guy. Na amekuwa wa baraka kwangu sana. Hata jana nilikuwa nikimtumia vitu zingine alinipatia tu go kama hii na mahira tu oi ndio netidaruku ona na kiratu ndakio ni drama kana uko jokeria kiu ogienda nogo na tu oi na kuna ile 28 iko 28 na shati jeroge wako atana ciaro na bado iko na shati na tracksuit. Si unaona mimi si saizi nimeanza kupatiana vitu. Sasa usiweza kufikiria ati ni mileage ya sharia. Oyo ginya ng'ombe iria nyuaga iria. Niguo? Na ngurwe. Ngurwe ni uturagia? Na ng'ombe. Na kanyumba. Wa. Ici ni iria twendagia mtu. Nisio ici. 208 nilimpatia hizi. Na hii kiatu 208. Na shati. Shati eno. No hedi ori akeji kana gadari kanini. Ole boshake. Ng'ombe sia. Sawa. Yeah. Tukirathi mageithia andu. Amen. Na mageithia. Jamaa tumetoka mbali. Siku moja nilikuwa nimeplaniwa kuuliwa. Sasa nikashuka kwa gari pale karibu na Karen Hospital. Kwa Karen Hospital? Hali junction ina akiria. Yeah. Karen. La hii Bomas. Ndio. Nikaambia hebu simamisha gari. Ndiye alikuwa dereva, nikashuka, nikaambia nyinyi endeni. Kwenda kufika shade. Tulisimamishwa na watu wamevaa mask. Wakakuja wakaangalia. Wakasema wapi Waruinge? Tukamwambia yuko. Akatuambia mna bahati sana nyinyi. Walikuwa kutoka siku hiyo jamaa kurudi kwa gari yangu tena. Hakurudi kwa gari yangu tena. Alianza kujipea tushughuli kidogo. Na tulikuwa na milioni 5 kwa gari na wakuchukua. Walikuwa wameambiwa kill him. Na walikuwa sure niko kwa hiyo gari. Lakini venye nilichomoka hata hawa walishindwa. Walienda ndio waliambia kwa kuonete nikamwambia inyumo ika hata yata ndo akegu. Mtakenda guthikiriria. Na ilikuwa hit walikuwa wametumwa na mishuki. Nipigwe na nileke. Walikuwa wamevaa. Unaona kama leleke wanavaa hivi. Ile mashapuchuta na kaile kabuduki ka automatic. Hapo ndio mliponea na ogere mteja. Leo mauga atiriri no ma. Atingehota. Ngai no amagegania. Ikarethi we, tukunywa chai. Tukunywa chai wewe tukumbushana hiyo maneno. Hiyo ilikuwa kali sana. Mimi nilionyeshwa nikaambiwa sauti kaliniambia shuka hapo. Na nikashuka. Kushuka hawa kufika hapo Shade Hotel. Mwendele mwaki matarimona. Now I want us to look at the book of
Don, balance the volumes up. Just balancing the volume. Yes. Clearance. The book of 2 Chronicles, chapter number 20, from verse number 1. It is God's battle. Bwana Yesu asifiwe sana. It is who? It is the battle for God. You leave it to God. Nasema ubalance hapa, utoe base, utoe hizo vitu zenu mumeweka ikuwe mzuri. It is the battle that God will fight for you. This is not our battle. This is not our struggle. It is the struggle of God. You don't need to hold to have a gun. When we were driving, tulikuwa tumetoka siasa. Na katika kutoka hiyo siasa, tukaweza kuenda nyumbani, tuko na mapesa, tumenyang'anyana pesa mzuri. 5 million ilikuwa kwa gari. But they had instruction, kill that man. Mwenye alitupatia 5 million, they alitoa instruction, kill that man. Bwana Yesu asifiwe sana. And as they were driving, tukienda nyumbani, they were sure. Walikuwa kabila. Walikuwa najua jamaa tumekamata. Sasa umeharibu. Walikuwa najua kabisa jamaa ako ndani ya gari. Lakini nilifika tu nikajua hapa hakuna mtu ananiona na hakuna mtu anajua, nikawaambia simamisha gari. Walifikia nikukojoa. Nikaenda hivi nikawaambia thiaga inederoka. Wakaniuliza unakuja na gari gani? Nikawaambia wewe Edeni. Na wao walikuwa najua nikisema Edeni ni kwenda kwa sababu mtakula makofi. Sasa hii kiroho ya kupigana haikutoka jana. It is not a yesterday thing. Ni kitu ya zamani. So hata sasa nikikularua kofi hata biguni wanajuaga mimi najua kupiga mtu kofi. Bwana Yesu asifiwe sana. So hakuna mahali utaenda kunistaki, already ninajulikana huko. Ukienda kustaki kama huyo sasa huyo waketi ati alifanya kule biguni, wanajua mimi ni mtu mbaya. Hawajui mimi ni mtu mzuri. Na ndio nakwambia mimi niko sasa nimeongezewa max, niko 5%. Na nilisarago. Kwa hivyo niko na 95% unsaved. Mtu ambaye hajaokoka 95%. Leo unaenda koja ni ukoti taka kweka na ni 95% ndiye mwega. You are wasting your time. Ukiruka tunaenda kuweka kwa video kwa YouTube unafanya video zako, you are wasting your time. Kusema Waruinge ni mbaya, you are wasting your time. Just concentrate na uzuri yako. Wewe enda biguni. Kanyaga barabara yako, uachane na barabara yako. Mimi Mungu ananipenda tu hivyo. Ugo ndeke mundu kiuru, kimutu kibaya. Mimi wakati kulikuwa na tribal na post election violence. Ile ilikuwa Naivasha na Nakuru. Mimi niliingia na huyu jamaa tukamwambia tuende tukazime vita. Na tulikuwa watu 5 kwa gari. Akaniuliza turadhi kuhoria barereko. Nikamwambia tuende tukasimamisha vita. Akaniambia sasa tunaenda tunafanya kazi. Tunaenda aje? Hatuna buduki, hatuna paga. Tunaenda kusimamisha vita namna gani? Tulipofika Naivasha, nilisimama tu kwa barabara katikati. Nikasema hakuna mtu atapigwa tena. Na ilikuwa hivyo. Nikamwambia nitule matanaoka. Tukaenda Nakuru. Nikasema hapa nimekataa. Hakuna vita. Huko vita vikatulia mara moja. Tukatoroka tukaenda mpaka Eldoret. Tukakuta tu nyumba kanisa imechomwa 10 minutes. I wish ningefika mapema, haingechomwa. Sasa mtu kama huyu anatumiwa na Mungu namna hiyo. Ni uko hata kumuhura keti. Taru mararehe thina marauga atiriri. Keti. Marenda kuhikania na apostle. Sasa ile topic, ile issue iko kwa magazeti na ma YouTube na kila kitu. Ni keti jicho na apostle. Maetia meha. Wesigo. Na ndesigo. Kila mtu aweke application yake hapa. Mwenye atafaulu na katiki. Ama ni aje? Tunaenda biguni. Na sitakuulizia kwa kanisa, nitakupeleka pale Serena nikununue chai, ukule chai. Kahawa. Umesikia? Hata kama ni wewe, kuja tu tuongee. As long as we are not going beyond. Nikuulizana tu, will you marry me? No. Will I marry you? No. Ikiwa ni no, bili zinaingia. Kama ni no, yes. Kuna negotiate. Bwana Yesu sana. That is apostle for you. Sasa munivumilie tu. Mwalimu tia kodora uru. Tia kodora uru. Nugo hiana. So Mchalia anajua watoto wangu kutoka tukiwa watoto wadogo, alikuwa na walea.
Jamaa mwingine tukaenda tukaficha pesa kwa nyumba, tukafuga, akaiba hiyo pesa yote, akaenda akazika kwa shamba. Zilikuwa 3 milioni. Akaenda kwa shamba yao akazika. Kumbe kuna dada yake alimchukulia akisika. Na yeye wakati alitoka akaenda Gadikolia, akachukua pesa yote. Sasa jamaa amekosana na kwangu na amekosana na wapi? Na sister yake imechukua pesa. Kutoka saa hiyo hadi leo. Adineta takedo kege. Yes. Second Chronicles. It happened after this that the people of Moab with the people of Ammon and others with them besides the Ammonite came to battle against Jehoshaphat. Then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are Hazanotamah, which is En-Gedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord, and proclaimed a fast throughout Judah. So Judah gathered together to seek help from the Lord. And from the cities of Judah they came to seek the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Judah, Jehoshaphat akaambiwa watu wamepanga, Waamoni, watu kutoka mashariki wamejipanga, watu kutoka magharibi wamejipanga. They are coming, they were stronger. Walikuwa na nguvu na walikuwa na silaha mingi. Lakini kuna kitu kimoja ilifanyika. Jehoshaphat alipoambiwa kuna kitu kinaenda kufanyika ambayo sio mzuri, Jehoshaphat hakukimbia kwenda kupanic, kwenda kupigana na watu, kwenda kusema mtanijua, mtaonana na mimi, kwenda kujipanga. Hapana. When he had it, alifia kidogo, lakini kuna kitu kilimuigia. Alisit, alienda kutafuta Mungu, na akaambia watu wote wapige magoti chini watafuta Mungu. That is stage number 1. When you are doing the battle, when God is doing your battle, when God is fighting for you, you don't need to lift your finger. When God is in control over your life, you don't need to rise up against anybody. You need only to surrender to God. Jehoshaphat understood and knew that the plan of God is better than his plan. He knew very well that God can do anything, can overturn any situation, can change anything that is happening within his surrounding. You don't need to rise up and to fight anybody. You don't need it kwa sababu unajiona wewe uko na muscles, wewe uko na nguvu, wewe unajua kufanya. You don't need. Only what you need is to go down and seek God. Jehoshaphat had the power. He knew God. He knew that this is God that brought us. He knew he has come from a generation ya mtu anaitwa Abraham. So he knew that he can be able to do so. But unfortunately, he knew also it is God who can do your battle. He knew that without God, you cannot go far. When people rise against you, when everything seems to be coming to a dead end, you don't need to go shouting around, crying around, calling upon names. Go to God, and God will touch you. God will lift you up. Although the battle is spiritual, not physical, here you must understand that the battle might not be physical, might not be spiritual. The battle is mostly when people come to you, they come physically. But understand, any physical battle, it has a spiritual dimension. Before they come to attack you, before they come to destroy you, before they plan against you, there is a spiritual angle towards whatever that is happening to you. Kwa hiyo biashara yako, there is a spiritual angle. Kuanguka kwa kazi yako, there is a spiritual angle. Kuanguka kwa huduma yako, there is a spiritual angle. Kufukuzwa na wazazi, there is a spiritual angle. Kutukanwa, there is a spiritual angle. When anybody rises against you, when anything comes against you, kama ni kazini wamekuinukia, kama ni kwa biashara wamekuinukia, kama ni mzee amekuinukia, kama ni mama amekuinukia, there is always a spiritual angle towards it. And it's better you avoid the physical angle and approach the spiritual angle, because the spiritual angle got more power than the physical angle. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa watu 5 kwenye gari yangu Harrier, then that car was new, very brand new.
Na tukaingia mimi na Moshari na wengine, na tukaenda mpaka Naivasha. Naivasha, people were armed, people had weapons, people were prepared to go to war, and we were only 5. When I reached there, I didn't pray, I didn't ask for anything. Nilipofika pale, Mungu akaniambia vita vimeisha. Because I never approached in a direction of fighting. Lakini watu wanasemaga Mogeke limwagwa Naivasha. Watu wakasema Nakuru Mogeke limwagwa. Hule ndio watu walisema Mogeke limwagwa. Hakuna Mogeke limwagwa, ni Waruinge alifika na Mogeke kaonekana. God created a monster. God created something that was bigger than their imagination. Wakasema kuna marori, kuna city hopper zimetoka Nairobi, zingine zimetoka Meru, zingine zimetoka wapi. Wakalejini wote Wajaruo Waluya shwa. Wakasema Bande Mungiki. Waluya wakasema Waruinge. Waruinge amemwakwa. Alafu the good thing again, I had a friend who was working in the army. Na alikuwa naenda huko na chopa. Akaniambia ingia kwa chopa tutembee. Mahali tulienda kushuka Bandi Forest, wakasema Mogeke yote imemwagwa. Watu wakadisperse. So kama tungetumia nguvu tungeshindwa. Maana hatukuwa na wisiraha. Maana hatukuwa na weapon, hatukuwa na bunduki, hatukuwa na mishale. Lakini God magnified me and they used me as a bad image to them, and they were scared. God can use anything around your life. God can use that book that you are holding. God can use that pen that you are holding. God can use whatever that is retro that you have. So do not despise that retro thing God has given you. As long as you apply the spiritual aspect of your life, you will win every battle. Wana wa Moabi walikuwa na nguvu, wana wa Amori walikuwa na nguvu. Hao watu walikuwa na maarifa na walikuwa na nguvu. Lakini Jehoshaphat alipoambiwa wao nakuja, hakungangana na wao. Alikibia akaiga kwa sababu alijua. The Bible says alistuka. Na mstuko wake haukumpeleka kuambia tendeni mtafute silaha. Hapana. Waliwaambia twendeni tukafasi tuulize Mungu, hii vita unaielewa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Because kila kitu ambacho kinatendeka kwa maisha yako Mungu anajua. Wale wanakuinukia Mungu anawajua. Wale wamekupagia Mungu anawajua. Wakati tulienda Moro juzi hapa nimeenda kuvuja gate 4 ambazo zimekamata Moro. Na Moro ndio destiny na ndio chanzo cha uchafu wowote katika nchi ya Kenya. Tangu siku za mkoloni, Moro Stadium hapo tulikuwa tunafanyia, hiyo ni kaburi. Watu wamezikwa hapo wengi sana, walinyogwa. Wale wote walitoroka kutoka Central, walipelekwa huko wakanyogwa. Kuna msugu alikuwa hapo, alikuwa anaitwa Gabati. Ndiye alikuwa anachinja watu. He was the one that mandated to kill anybody. Pale Rodiani msugu mwingine alikuwa anaitwa Mr. Smith, ndio kunaitwa Mao Summit. Hapo kulikuwa na msugu mwingine wa kuchinja. Pale Kevuja kulikuwa na msugu mwingine wa kuchuga. Those were four gates. Wakati tulienda huko nilienda nikavuja ya upande ya Rodiani. Tukatoka hapo tukaingia Kevuja. Tulipofika Kevuja nikawaambia sio huko, tuingia kwa mto. Kuna mto inaitwa River Moro. Hiyo River Moro nikaambia wasee kujeni. Tukamwaga mafuta tu kwa mto. Tulipomwaga mafuta kwa mto, moto iliwaka ikitembea hivi. Moto juu ya maji iliwaka ikitembea. Nikawaambia ogojeni, mtasikia between saa 1 na saa 6 za usiku mtasikia Kenya mzima itaogea. Maana Mungu amekubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa 3:30 na 45 hapo sitima Kenya mzima zikaenda. River Moro inapelekaga maji Lake Victoria. Pale stima inatoka. Kumbe tuliweka moto, tukaweka kiberiti na moto, iliremuka mpaka Lake Victoria. Ikazima stima. Hata saa hii watu wa Kenya Power wanatafuta ni nini ilikuwa imezima. Sisi ndio tulisima. Kwa sababu Mungu alitaka kujidhihirisha. Wakati walimweka Yesu kwa kaburi kuliingia giza. Kwa sababu kulikuwa na mwamko mpya. Kenya the revival imeanza sasa. When God is changing you, when God is transforming you, darkness must come. Wakati Mungu anaenda kukuinua, wakati Mungu anaenda kukubadilishia maisha, darkness must come. Huyu mshari tulitengeneza pesa mingi sana na yeye. Lakini wakati Mungu aliamua sasa lazima niingie kanisani, lazima nikahubiri neno, darkness iliniingilia. Baka kuna siku moja nilikutana na mshari akanihepa tu, tusionekane na yeye. Kwa sababu venye nilikuwa nimekojikojolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Venye nilikuwa niko mchafu. Because when God decided it is me now, handling me, dealing with me, alifuta
the old register. Aliondoa the image, the previous image yote. Na wakati the previous image is removed, you are shattered to zero. You must begin afresh. You cannot contaminate your thoughts, your evil thoughts, your evil plans that are dark with the new plans of God. When God decides that he's going to lift you up, he will not lift you up with the crutches ambazo ulikuwa nazo. When God decides to bless you, he will not bless you with the filthy life that you have been living. When God decides to lift you up, he will reduce you to zero. Then he creates a new you that he is going to glorify his name. When he came to my life, I was nobody. I never thought anybody would come and sit down to me and nisikilize. I never thought. Wakati niliambiwa nitahubiri, ndio maana Ng'ang'a alikuwa ananiambia leo ukahubiri na kataa. Na mwambie si kwa sababu singeweza, lakini nilikuwa nashindwa ni nani atakuja kunisikiliza. Because I could not imagine that mnaweza kuja hapa. Hata saa hii naona ni kama mlikosea kukuja hapa. Mwaririkana history yake mundu giki. Mwaririkana siku moja tulienda mahali, tulienda kuhubiri hapa Dadora. Wahubiri wote, kila mtu akachomoka kaenda. Tuliachwa peke yangu. Tukaenda Mwara mazishi kwa kina mtu fulani. Tukaenda Mwara mazishi. Waliposikia nani atahubiri, Lidora Waruinge. Wote wahubiri kutoka Nairobi waliingia kwa gari, wakaingia. Niliwachiwa mazishi peke yangu. Sasa mimi sijui kuzika Mkapa. Na Wakapa wanasikago na style. Mimi nikaenda kusema watu, sasa tuende huko, najua tumezoea kukula, tumezoea kuzika tunakula. Wakapa wamezoea kukula kwanza wazike. Mimi wakati nilitagasa sasa tuende, mteli oshoke teli, mohu oshoke mohu. Niliona kila mtu ameniangalia hivi. Wakauliza, naku nichau githuku. Wakauliza na mulileta mukikuyu kuja kufanya nini hapa? Nikaona mabati imekuja, kaburi imewekelewa mabati. Watu nikaona masahani na masufuria zikiteremuka. Watu wote niliwaona. Unajua huko tumezoea adwa Nairobi baada ya mazishi. Adwa Nairobi mabagera ini mwene oyo. Nao ageni aito madwa nyoba maikare mwene oyo. Nao adwa aito rare mwetere ageni mabe marie. Bwana Yesu asifiwe sana. So mimi I was waiting. Mimi nilikuwa nafikiria mpako ni hiyo. Maana wale ambao wangeniokosa wameenda, wameambiwa ni mogeke inahubiria watu. Na si zamani ayako. 2 years ago. Kwani ni 2 years ago. 2 years ago. Watu wote waliniwacha. Niliwachwa kama nimesimama kama kisiki. Lakini Mungu alinipatia neno na nikahubiri. Nikalijika kamua paka narusha mguu hivi. Na sasa watu walikuwa wananiangalia wakasimama. Kumbe wenye wanasimama wanafanya hivi. Kumbe mimi nafikiria ni neno linasikia. Kumbe walikuwa nasikia huyo mtu wa mogeke anakaaje. So when God decides to do your battle, you resign from your own self. You resign from your plans. You resign from your agendas. Because your agenda will not work. God will guide your steps. God will guide your moves. God will guide every move you make. Once you allow God to make every move in your life, then everything will work in a positive way. Because in the plan of God, you succeed. In the plan of God, you win every battle. In the plan of God, you become. We are all vessels. These vessels must work in the plan of God. Allow every move that you make in your life to become a positive move. Akubarisha Mungu akutawale. Kubarisha Mungu atembee na wewe. Kubarisha Mungu akuwe ni yeye. You are not going to lose in a battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikienda Naivasha sikuwa nafikiria ninaenda kufanya hivyo. Mpaka wakati nilifika huko Mungu akanitumia kama chombo. Na hiyo ndio imekuwa desturi yangu ya maisha yangu. Nikienda mahali hata nikikuja leo asubuhi, sikuwa najua nitahubiri nini. Wakati nimefika hapa Mungu akaniambia, leo naambia watu wanitegemea mimi. It is God's battle. Nikawaambia. Kwa hivyo akaniambia ametuma watu ambao wanahangaika. Ametuma watu ambao wameenda kwa waganga, ametuma watu wameenda kwa wachawi, ametuma watu wameenda kwa manabii, ametuma watu hapa ambao wamekata tamaa. Wameshindwa, what next? I've tried all. What next? Many people here, you have resigned. Your businesses are not working. Your ministry is not working. Your family has rejected you. People are not walking around with you. Now, pia umefika clearly. Umeona kweli huyu Mungu amenichukia.
Kuna mahali mtu mwingine nilikuwa namhubiria, akaniambia sasa huyo Mungu naniambia nimemuomba, nimefanya kila kitu, tithe nimetoa, bego nimetoa, sacrifice nimetoa. What do you need? Ni mtu wako Tanzania anaogojea visa. Nikamwambia sasa what you need to do. Nikamwambia nikamwambia you need to sacrifice. Anything that you do in this life is spiritual. We do sacrifices. We do over sacrifices. Akaniuliza, must I bribe God to do something for me? Sasa mimi nitamwambiaje? Akanikumbusha, akaniambia miaka yake yote amekuwa kitaithi, miaka yake yote amekuwa kitoa fungu la 10 na masadaka na kila kitu. I've been so faithful to the church. Now why must I bribe God to help me? Hata wewe si utaanza kulisten. Kama umefanya hizo maneno zote hujakosea, umekuwa faithful kanisani, umekuwa very obedient, mwalimu mtoto obedient kanisani. Now when you need God, he's not available for you. Utajibu aje? Aliniuliza swali tu, must I? Ni lazima nimhoge Mungu. Siwache hiyo Mungu akae. Sasa mimi nikajaa. Kumbe Mungu akaniambia alitaka huyo mtu afike mwisho, maana aliniambia mimi nimefika mwisho. For God to bless you, your personal experience, your personal plans, your personal agenda, your personal education and knowledge must come to an end for God to begin with you. Sasa yeye anafanya na UN, na UN yake yote ili crash. It didn't work for her. Ilibidi anipigie, na mimi nikamwambia hivyo. Aliponiambia hiyo ingine, mimi nikanyamaza, nikafuga simu, nikasema wewe Mungu shughulika na mtu ni wako huyo. Igekwera ati kama umefika mwisho. Nikamwachana na nikamwachanisha na Mungu. Amenipigia simu akaniambia alipatiwa visa. Na ananiambia I thank God. Aliniambia I thank God, finally I got it. Nikamuuliza which God? Yule uliachanisha ama Mungu mwingine ulipata? I discovered God needed for me to come to the end so that he can walk with me. God will wait until your end comes. God will wait. Lazima atakugoja. Hiyo education yako mingi, na hiyo kisugu yako mingi, na hiyo elimu yako, na hiyo theology yako, na hiyo maplani zako unajua kuchora, atafikisha mwisho. Na atakapofikisha mwisho ndio ataanzana na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't worry on the situation you are in. Maybe you have gone to seek your brother. Maybe you have gone to seek your sister. Maybe you have gone to seek your father. Maybe you have gone to seek a neighbor to help you. But nobody is there to help you. Nobody is there to walk with you. Hakuna mtu, wote wamekutoroka. Wote hawataki story zako. Unapigia mtu na unajua ako nazo, anakuambia dakoro datumoreu. Unapigia mwingine dakoro na wajiko itoria umoha ndamunegera 500 na ulikuwa unataka shilingi 20,000 peke yake. Ukienda kwa anko anakuambia dakoro na riditi dakoro darihira ciana cia mwane kithukuru ciana 3 ndacira 500 na ulikuwa unataka kifao. Unaenda kwa neighbor anakuambia nimelipa tu, hata nimelipa extra. Saa hii ndio umekuta nimelipa rent, nalipaga miezi 6. Hallelujah. Sasa unaanza kujiuliza huyu Mungu ni Mungu aina gani? Ni Mungu mgani huyu ajui na anioni mambo ambayo napitia? Ni Mungu gani huyu ajui na haoni ati kwamba nilikuwa nahitaji 20,000? Na saa hiyo simu ukienda kuangalia huyu alikuwa akiongea na ago, kasimu kanakuja ka message kanasambia I've locked your house. Sasa unapigia pastor. Yule kule unakujaga. Apostle mwathani agocwo ndio hoi no ti kwega. Mwathani agocwo ringi ti kwega apostle. Niki ni maundu maria ndiragerera no Ngai uwi ni ndirahoya tu wario kiugo kimwe o kimwe tu, na Ngai ni njui ni egukuigwa ni egwika undu. Kiugo kiu nikio Ngai egwetereire ukinye hau. He was waiting for that, the end of you, so that he can generate a beginning of you. For every success story, you must have a beginning. And this beginning must be founded on the ground of God. Not on a sinking sand, but on a solid rock. That the solid rock is God. He is the only one who will create. The end of you is the beginning of God. So appreciate when you are down. Ukienda umefika mwisho, huyu mzee ambaye tumesaidia hapa, he never dreamed atakuja kusaidiwa. He never dreamed that anybody can feel him or can see him. But God had a plan.
Bwana Yesu asifiwe sana. I tried, nilikuwa nimekaa hapa nikijaribu kuomba nafungulishwa macho na ambiwa angalia kiatu. Na uangalie kiatu yako, angalia kasuti kako, na uangalie huyu mzee. Hii nguo yake ukiona imekaa ni kama imepakwa rami. Na si rami, na hafanyagi kwa construction, ni chafu. Meaning hii nguo imekaa several years. So now tunamwambia kaoge, anasema hapana, sikuwa na mpango ya kuoga. Sasa ananiambia hawezi kuoga na maji baridi, meaning na hana jiko na hana sufuria, anataka kukula kwa mkahawa. Sasa meaning anaogaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamwambia sasa lazima uhame, anasema nie kuligana na ria hiana kuneta gutumoda tumeto ne Ngai. Aho tumeto ikere maisha maya. So this is a kind of person you must remove him by power, by force, by authority. You must pluck him. Lazima uondoe hiyo tatizo uko nayo, hiyo mashida uko nayo. It is by fire. It is by fire that has to come down. Any authority against your life, by fire has to come down. Any power against your life, it is by fire has to come down. Lazima uwa disorganize. Lazima uwa discourage. Lazima make sure that you have come out of the chains that are put in you. You are not supposed to be like that. Huyu mzee amekaa kwenye shida mpaka he believes that is my life. Some of you are in the problems mpaka they believe that is how you should be handled. That is how you should be living. No, God has a reason. God has a good plan. When Jehoshaphat was told about the impending attack, he panicked, yes, but he went to the Lord. The first thing we are being taught here, let's learn tukimbie kwa Mungu. Tuanze kujipiga kifua. Tuache kujipeleka mbele. Tuache kujipigania vita. Vita si vyetu. Alienda kwa nyumba ya Mungu. Na alipoingia nyumba ya Mungu, they sought God. Wakauliza Mungu. Kumbuka wakati huo Jehoshaphat alipoambia Mungu aje, si ni wewe ulitulete hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you go back to God, you are reminded of a history between you and God. Because between you and God there is a history. Kuna karogano yako na Mungu. Mahali amekutoa, venye ulisaliwa, kule umelelewa, you are toddler. Kuna wakati ulikuwa unakula baka mafi yako, lakini haukukufa. Kuna wakati ulikuwa unaaguka lakini haukukufa. Kuna wakati uliwazwa kwa nyumba, haukukufa. Kuna wakati ulishikwa na measles, lakini measles haikukuua. Kuna wakati ulipatwa na ugonjwa lakini haikukufa. Lakini sasa Mungu anakuremind wakati umefika mwisho. Huyo Mungu anakukumbusha ka history. Unaanza kurudi nyuma. Unaanza kuona how you were when you were a small boy. Who protected you? Who guided you? Nani alikushikilia when you were a small boy? Wakati ulikuwa kitoto kidogo, nani alikushikilia? Wakati hauka kujipatia chakula, nani alikupatia hiyo chakula? Wakati hii matiti unaona ya mama, new manufactured tuko hii inaitwaje? Inaitwa moromiliki iko hapa. Nani alimanufacture ndio unyonye? Wewe nani alikufundisha? Ani no akuonilie nyonyo ici ni ciumaga iria. Nani alikufundisha? Na umetoka tu kwa tumbo ya mama hivi na umechomoka na amekuwekelea tu hapa na ukaanza. Nani aliku? You begin a story with God. You begin a backward story where God has brought you from, where God has made you to be. I never thought I would be this person. I never thought I would be this position. But God had a plan for you, and a good plan for that matter. A plan to make me big, not to destroy me. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when you come to the end. When you remind yourself of your God, unajikumbusha kwamba kuna Mungu. Na ukikumbuka kuna Mungu, kutoka hapo ndio unaanza ka story. Ndio unaanza ka plan, unajiuliza huyu Mungu. Jehoshaphat akamwambia Mungu, si ni wewe ulitulete? Si ni wewe ulikataza tupigane na hawa wa Moabi? Si tulikuwa na nguvu na tulikuwa in a position ya kumaliza hawa watu, ukatuambia tusiwaguse? Wewe Ngai, wewe wagiririe tuhore andu aya. Wetu tiare na hinya na netwale na mfango. We Ngai, wetu waririe. Si wewe ndio uliongea na rafiki yako Abraham ukamulete hapa kwa sababu ya kizazi chake? You are afraid Abraham. Wewe si ndio ulimulete hapa ukatuambia tukuje hapa, na tumekuja hapa because of you are afraid. Sasa Mungu waugatodhire, si ni wewe ulituambia tukujengee nyumba ati tukipata shida kama hii tunakuja kwa nyumba yako? Mwadhani waugatodhire. You just fix God. Unamweka kwa kakona. God ukimweka kwa kakona umempiga kabari hivi, unamshika kabisa. Ukimweka kabari unamwambia remember your promises.
Every time you are down, remind God of his promises. Every time you feel that you are not succeeding, remind God of his promises. He promised you, he said he will never forsake you, nor will he leave you. Yakakwambia hata kama utakuwa kwenye the shadow of the valley of darkness of death, he will be there with you. Bwana Yesu asifiwe sana. He will not let you down. He will not let you die. This God is a faithful God. He's a God that lifts you up. He's a God that turns around where you are. He's a God that makes you become great again. Tukikuwa na Don wakati tulikuwa tumefungua kanisa fake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule Don home tulikuwa tunahubiri lakini tunaenda kukamata chang'aa. We never knew at one time tutakuja kuhubiri hivi. I never knew that one time nitakuwa kwenye nyumba kama hii. It was not in my plan. Last year mwezi wa 6, I never thought I will be having a bigger church like this one. I had opened a small church. This ndio ilikuwa congregation yetu hii yote. Because I was doing it not for me, not for even God. I was doing it because of Harrison Nganga. Harrison alikuwa amenisukuma kila wakati ananipigia simu, "Nwahi gorire kanitha." Namwambia kanitha tu hakwe kuhingura. Tunakaa kidogo. Ona ne turagorire machine iye. Wagea na kahinda ukiongerere guku kioyaga. Sasa kanisukuma mpaka nikabidi niende nichukue ndio simu sikatike. Nikaenda nikachukua. Nilipochukua nilienda Gong, baa fulani hapo inaitwa Heritage. Nikazipatiana huko. Ndio nisikunywe pope pole. Sasa nilisema msinipatie pesa yote. Ndio kanywa mushufa wa Hennessy ne girithano. Ndio sio kanywa girithano. Ndio cialisia 1.7. Mpaka sasa hivi wako na deni. Sijaendea. So when God has decided, when God loves you, when you surrender to God, you just only need to remind God the goodness of God. This goodness of God will take you far. Jehoshaphat reminded God, "Sini wewe." Just remind for that bad situation that you are in. Wewe umeachwa na Bwana, don't go fighting for that Bwana. Just remind God, wewe ndio uliniahidi nitakuwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umewachwa na mke, wewe uliza Mungu, acha na kwenda kungangania, acha kwenda huko kwao, kwenda kubutafuta wewe hidagana au mayo ya ine. No, stop that. Just remind God. You said you will never forsake me. No, you will never leave me. That you gave me this wife. And anasema whoever findeth what? Just remind God that I had findeth a wife. So this was not a good thing. God, tell me God, was this a good thing or a bad thing? Because everything that you find it must be good. God does not add sorrow, but add what? The blessings. The blessing. God is not a God that brings sorrow or pain. He brings the blessings. He brings favor. He brings his glory upon your life. So whatever that is happening in you must coincide with the love of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't worry of what is happening now. After that, Jehoshaphat alipomwambia Mungu, aliambia watu turudi kwa kanisa. Nimemustaki. You prosecute your case. That is whatever Jehoshaphat did, he prosecuted his case. That is how a Christian you need to understand, to prosecute your case. He took his case to God. He reminded God, "Are you not the one that gave me this? Whatever that you have, no matter how big or little it is, don't worry about it. Well, what you need to tell God, you are the one that gave me this. The clothes I'm wearing, I did not steal it. You gave it to me. The family I am in, you are the one who founded me in this family. You had a reason. Ulikuwa na mipango mizuri. Wewe ndio uliniambia uko na mipango mizuri juu ya maisha yangu." That is prosecuting your case. Wewe si ni wewe, akamkumbusha. Wewe si ni wewe rafiki ya Abrahamu. Na wewe si ndio uliambia Abrahamu, kizazi chako hakitateseka. That is prosecuting. Prosecute your case. Stop murmuring. Stop complaining. Stop making noises. Just prosecute your case. He is there. He is seated on the seat of the throne. Amekalia hapo anakugojea. Take your case to him. Remind him of the promises. Tell him of the promises of hope. Promises of desire. Promises of lifting up.
tell him about the promises. Wamekunyang'anya pesa yako, wamekunyang'anya shamba yako. Do not be worried. Don't be worried. Bwana yako ametoroka, biashara imeanguka, huduma haifanyi vizuri. Don't be worried. God knows. Anajua, anahitaji tu usurrender to him. Anahitaji tu uagwede kwa magoti, because he will never share his glory with you. He will never share his plan with you. He want his plan to work. Anataka yeye mwenyewe, his plan alone to work. And Jehoshaphat prosecute his case. The moment he prosecuted his case, a prophet of God was sent. Is it the name of Jezeel? The prophet was sent. And when the prophet was sent, he came with a message of heaven. When you prosecute your case and you are hard, God will send his messenger to come and give good news to you, to come and give you direction, to come and give you unafaa kwenda namna gani. So do not fight. Don't feel that you have the power, you have the capacity. Usione ni kama sasa wewe ni barubaru, wewe una uwezo, wewe unakwenda. Hapana, surrender to him. He owns you. Yeye ndio mwenye wewe. Na akisema leo usimu unasimwa, akisema uendelee unaendelea, akisema utafaulu, akisema wakati wako kufaulu. Watu wengine wanakujaga hapa wanataka deliverance. Watu wengine wanakuja na 10%, wengine wanakuja na sacrifice, wanataka immediate sacrifice ifanye kazi. I want to tell you today, ukiekelea sacrifice yako hapa, wewe potea na miguu yako miwili ama minne kama utaweza. Enda tu. Hiyo ingine wachia Mungu. You have prosecuted your case. Just go and wait for the judgment. Maybe you are number 1000. We are baraka nini yako kuachiliwa. Michael kulete mzigo yako, Gabriel kulete mzigo yako. Uko number 1000 na unataka laini irukwe ukuje upatiwe saizi. Haiwezi. Wewe once you have done it, release that faith. Inua imani yako, weenda ukarare, enda ukamkoja Mungu. Huyu Mungu hadaganyi, huyu Mungu hafanya hakuragi rushwa, huyu Mungu hana mipango ingine kado. Anajua akisema nitakubariki, atakubariki. Na atakuinua, na atakubadilishia. Akisema atakupatia jina mpya, atakupatia. Akisema atakubadilishia ile mambo yote ambayo umekuwa ukipitia kwako. So don't follow what you have given. Don't follow kama ulitoa pesa za kusaidia mtu kama huyo mzee tumesaidia. Don't even want to know kama alisaidika ama hakusaidika. Ulitimiza kazi ya Mungu, achana na hiyo ingine. Kuna wengine wanatoaga hapa sadaka mpaka wanakuja kujua. Anasema nimetoa shilingi 5000 ya kuosha kanisa. Anakuja Friday jioni ama Saturday kujifanya apostle kwa. Na si apostle anataka ni kuangalia kama kumeoshwa. Hey. So you are the one who washes this church. Anaangalia. Anaenda anasema ku onogeni anabesha cha kunokolewa ile yago. Itiruta gawira. Wacha nikwambie, tigana na besha. Waheana. Just leave it, go. It is not your problem to know how it's going to be used. It is not your plan to know how it is going to happen. Leave it. God knows. When God instructed you to bring here, he also knew me can eat. So he knows how to judge me. He knows how to handle me. Drop what you are dropping, go. He was testing you. The Bible, in the book of Genesis 22, the Bible says, and after all these things, God tested Abraham. So whatever you are bringing to this church, it is a test. It is not supposed to be followed. It is a test. You don't go coming ukiona nimevaa suti mpya unasema naona besha sitani kwa lalia. Nitavaa na nivae ingine. Na nikwambie siwe sio wa mwisho kuniletea, bado nitaletewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not let God do his battle. Let God do your battle. These battles are not yours. Jehoshaphat, after he went to the church, after he went to the temple like this one, and they told God, you told us, ulituambia, tukikuja hapa, tutabarikiwa. Ulituambia yote mwenye atakuja kwa hii nyumba, atapata kibali chako. Yote atakuja inue mikono yake hapa juu, aseme nimekuja kwako, utapata. Sisi tumekuja. The way you said, they prosecuted his case. They prosecuted their case to God and told God, reminded God of his promises. Venye aliwaambia, akalimaidi Mungu, wakalimaidi Mungu, wakamlimaidi vitu zote. Nao wakaenda wakajua, we rest our case to you. Wakikuyu wa zamani walikuwa kwa maumau walisemaje? Tukishida ni wewe umeshida. Twahoto ni wewe wahoto. No twahotana ni wewe wahotana. Na tutikea baralia. You surrender. These things are not yours. This battle is not yours. Leave it.
If people have risen against you, don't even open your mouth. Don't lift your finger. If they have planned against you, if they have said hautakaa kwa hii boma kwa sababu bwana yako alikufa, don't even lift a finger. Let God do the battle for you. Let God do the winning for you. He knows how to do it. He is the one who had brought you. He has a good plan. Alipanga, master, he's a master planner. He knows your today. He knows your tomorrow. He knows your day after tomorrow. Leave them that they are attacking you. Could be their vessels used to push you to your destiny. Maybe you are in the wrong place and you have to be removed. Maybe ulipatana na kijamaa kingine ambacho sio kiako, na kijamaa kiako ndio kio hiki kinahubiri hapa, na akijapata mtu kinaendelea kulialia hapa kikiambia Mungu kawaliganirwo nenie, na kumbe wewe huko kwingine lazima uvurugwe, utakufukuzwa huko mpaka uletwe hapa na shida mingi sana. Kikuja hapa nikuhurumie, nikwambie wewe hupetaka kuogaka kajagwa Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. In verse number 15, and he said, listen, all you Judah and the inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid, nor be dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Hallelujah. So the people, all the people who want to fight you, wale ambao vita ambavyo vimekuinukia, they are not just small vita. Sio watu wachache, wako na nguvu. Vita zozote zikiinuka hazikuangi vita vidogo, vinavikuanga vita vikubwa. Vita vina uwezo kukuliko. Vita vina uwezo. Maadui wako wote wako na uwezo. Katika kitabu cha Deuteronomy 7 inasema, wakati utakuja nitakushindania kutokana na nguvu za mataifa 7 zilizo na nguvu kubwa kuliko wewe. So it is God that wins the battle. Ati hii vita ambavyo nakupigania, ninakupigania kutokana na mataifa yaliyo na nguvu mara 7 kuliko yako. And when I will defeat them and destroy them, I shall hand them over to you. So wait for handing over. Don't go fighting. Your role is to be handed. The God will hand them over to you. Hata kupokeza hao maadui. Na anasema hapo Deuteronomy 7 mstari wa 3 na 4 hapo anasema, and I hand them over to you, you shall utterly destroy them. So your plan, your role is not to go fight them. Your role is not go try to fight anybody. Your role is to wait until God hands them over to you. So your enemies are going to be handed over to you. All the people who fight against you, they are going to be handed over to you. Maadui wako wataletwa mikononi mwako. Waliokusaga wataletwa mikononi mwako. Waliokulawiti wataletwa mikononi mwako. Waliocheza chera kulingana maisha yako wataletwa mikononi mwako. They will be brought. You don't need to go and struggle. You don't need to go and start now abusing ati niokonya na niokombona utapigana utajua mimi ni nani. Yes, when you began to say that utajua mimi ni nani, God will move away from you. And when he moves away from you, you are destroyed. Praise be the name of God. You must stick to the principles of the kingdom of heaven. You must stick to God. You must wait for the positioning. Position yourself. When Jehoshaphat was told of this, he was told that these people are mighty. Hawa watu wako na nguvu, wako na uwezo, wako na mamlaka, watakushinda ukienda kupigana, watakulemea ukienda kupigana. But God akamwambia, do not be afraid. Usiogope. Usiogope wala usifadhaike, maana mimi ndio nitapigana hizi vita, sio zako. Kwa hivyo don't go fighting. Don't even lift up a finger. Usiinue mikono yako, usiinue miguu yako, usiinue pesa zako because you have money that you think your money can battle for you. Your money will not do any battle. Your money will be consumed. Watakula pesa yako, watamaliza na utabaki kwenye vita. Surrender, because maadui wanaopigana na wao they are spiritual, they are not physical. You cannot see them. You don't know how many they are. You don't know how powerful they are. You don't know their dimension. You don't know how they move the house, which kind of a speed they can use. Hujui wanatumia silaha gani. Bwana Yesu asifiwe sana. You surrender. Wakiingia kwa YouTube kuharibu jina yako, don't even touch. Just relax. Relax. Do not be afraid of them. Do not be hata usifikirie kuwahusu. Wewe nenda fuata Mungu wako. Endelea kumsifu Mungu. Mkumbusha Mungu, uliniambia sitaweza kushindwa maana uko pamoja na mimi. Just remind God of the promises.
The day you remind and you keep your promises to God, God will lift you up. God will do the battle, because God is a God who keeps promises. And he kept a promise for you. He told that he's going to make you better. He told you, alisema atainua biashara yako. Yeye ndiye alikwambia nimekufungulia milango. Yeye ndiye alikwambia utakuwa nabii. Yeye ndiye alikwambia utakuwa mfalme. Yeye ndiye alikwambia utashinda. Yeye ndiye alikwambia utafanya. He told you. So God is a promise keeper. And when he keeps the promises, he will keep the promise to the end. He will fulfill his promises. He will make it come to happen. He will make you succeed. You will never fail in the hands of man. When you are with God, you will never fail in the hands of man. Man will come. Watakuja na nguvu, wako na uwezo, wako na plan, wako na pesa, wako na bunduki. Lakini when you seek to God, God will do the battle for you. And you never lose any single battle. Praise be in the name of God. So my brothers, my sisters, seek to God. Do not be afraid, nor be dismayed because of this great multitude. The multitude is big. Shida ambazo zimekuzunguka ni mingi. Vitu ambazo vimekuzunguka, maadui waliokuzunguka ni wengi. Na wako na uwezo. Do not touch them. Watakumaliza. Because you don't even know for how long they have been there. You don't know for how many days they have been there. You don't know who is behind them. Because they are spiritual. You can't even see them. Wako pande hii waoni, wako pande hii waoni. Wamekuzingira maadui, hauwaoni. So you don't go fighting them. You don't fight anything you don't see. You surrender to God. The moment you surrender to God, God will come. And in verse number 18, and Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem bowed down before the Lord, worshipping the Lord. Then the Levites of the children of Kohathites and of the children of the Korahites stood up to praise the Lord God of Israel with voices loud and higher. They didn't pick guns. They didn't pick weapons. They lifted their voice. They praised God. They worshipped God. Walimwabudu Mungu. Walifungua vinywa vyao wakamwabudu Mungu. Huyu Mungu anasema wewe unyenyekee tu, uende kwake na kumwabudu. Just abudu Mungu, maadui watasambaratika. Mwabudu Mungu, Mungu atakuinua. He will win every battle that is in front of you. You are not going to lose. Unaweza kuwa wewe ni yatima, unaweza kuwa wewe ni mjane, unaweza kuwa wewe kazi hauna, unaweza kuwa hakuna kitu ambacho kimefanyika katika maisha yako. But one thing I want to promise you today ni ya kwamba just lift up your voice. Inua kinywa chako, mwabudu Mungu. Mwambie unastahili Mungu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna Mungu aliye na uwezo kuliko wako. Mwambie tu una uwezo. Mwambie wewe ndio ulishinda vita vya watu wa zamani. Wewe ndio ulimpigania Musa. Mwambie wewe ndio ulimpigania Elisha wakati alikuwa ameinukiwa na manabii wa Baal. Wewe ndio ulimsaidia wakati Musa alikuwa katikati ya matatizo. Wewe ndio ulimsaidia. Just remind God of what he has done to men. Remind him when ulikuwa katoto kadogo, yeye ndiye alikulea, yeye ndiye alikuinua, yeye ndiye alikubariki, yeye ndiye alikupatia ufunuo, yeye ndiye alikupatia mambo ambayo uko nayo. You are alive because of him. You are not alive because of your education. Uko hai sasa because he loves you. Yuko hai kwa sababu alisema unastahili kuendelea kuishi. Anakupatia uhai tu, anakupatia hewa, anakupatia oxygen, unavuta tu oxygen. Na hakulipishi. Juzi hapa wakati wa corona tuliona oxygen ikiitishwa milioni 2. And that is the time I realized we are not here because we are so good. We are here because of mercy of God. When I saw friends of mine dying because of oxygen. Oxygen that you pick for free. Oxygen ambayo tunachomanga makaratasi ya Nairobi, kuiharibu tu kwa sababu ni mingi. Lakini wakati ilifika ikakuwa a precious item that all we needed. Kila mtu akavaa mask. Kila mtu akaambiwa ajifungie kwa nyumba. Maduka zote zikafungwa, magari zikafungwa because of that precious item, oxygen, that we get for free. Kumbe it is so expensive to get it. Kumbe it is so expensive. Only God anakupenda tu hivyo. Hakupendi kwa sababu unastahili kupendwa. Hakupendi kwa sababu wewe ni mtu wa maana. Hakupendi kwa sababu wewe uko na akili mingi. Anakupenda just for the sake of loving, because umeumbwa kwa mfano yake. You surrender to him. He lifts you.
He loves you. He will conquer. He will win every battle that they have placed against your life. He will conquer. He will conquer them. He will destroy all the enemies. He will bring them down. Usijali, don't even fight. Don't even argue. Don't even move towards a direction ati utaniona mimi. No, don't shout at people. Don't make it. Surrender to him. He only knows why he has kept you to this time. He knows why he has kept you to this level. In verse number 20, so they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be established. Believe in his prophets, and you shall prosper. Hallelujah. Just believe in God, and you are going to be established. You are going to be established. Utawekwa, utainuliwa kwenye foundation ambao ni strong. He will establish you on a solid rock, not on a sinking sand. On a what? A solid rock. And no weapon fashioned against you will prosper. When the hand of God is on you, they will be scattered. They will come in one direction and they will be split into several directions. They will not be able to touch you, because the foundation ambao amekuweka is a solid rock, not a sinking sand. Prosperity is associated with your prophet. Believe in your prophet. What your prophet? Believe in him. I was doing my study na nikakuta watu wote duniani wale wamefaulu uende kwa Wahindi, they believe in a prophet. Buddhist, they believe in somebody called Kapila verse 2. Wanamwamini na wanasema kila kitu waliwaambia. They believe in him. The Mohammedans, that's the Muslims, they believe in Muhammad and they believe in anything. Whatever they do here in this country, they do as part of the prescription of Muhammad. They don't deviate. Wanafuata mtume Muhammad na wanafanya kulingana na mtume Muhammad alisema. Wanajua elimu ya kidini ni muhimu. Wanajua kusoma kutoka class 1. Mtoto akianza kuandika anapelekwa ndani ya madrasa, anafundishwa elimu ya dini, anafundishwa maelezo, anafundishwa Qur'an takatifu, anafundishwa kila kitu, analelewa kwenye msingi wa kinabii. That is why they prosper according to the prophetic grounding that is in them. We Christian, we are just fake. We are just jumping up and down. We don't have a particular prophet. We call Jesus, we don't understand. We call Jesus, we don't know. We are moving up and down, we don't understand anything. And that is why all our territories have been taken away. All our territories. Now we have become tumeandikwa. Nilienda hapa Australia juzi nikakuta mama pasha anahubiriki viwete macho inafuguka ya watu. Anahubiri akisema unaona watu wote wameanguka wamepona. Watu wanasema wanatoa testimonies. Nilikuwa ninaumwa na hapa nimepona. Hapa nilikuwa naumwa nimepona. Nikaenda hapa Australia nilimkuta amepaga laini. Paga laini nikamuuliza nini modo wa gai. Twaleta laini nigenda lituragura. Kuchukulia ile gethali si gethali, kumbe ni maharagwe na supu, maharagwe mingi na chapati. Inaitwa chapati ukiifanya hivi unaona the next person yako pande ule mwingine. Nikamuuliza sasa hii mnapatiwa mnanunua cash? Akaniambia hatuwezi kuafford kununua cash. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaandikwa kwa kitabu tutalipa Friday tukilipwa salary. Nikamuuliza mwenye kabuni yako wapi? Ndio huyu ametoka. Kumbe mwenye kabuni alikuwa pale kwa mkeka akifanya rahu akubali kotokoro boso. Akafanya mara tano peke yake. Akaingia kwa Mercedes yake. Tulikutana naye hapo Serena akiitisha sahani moja ya 6,000 shillings. Nikarudi pale kuangalia ile chakula walikula. Wote factory mzima ya Wakristo ambao walikuwa wamepaga laini hapo. Factory mzima iko na watu 800 na walikula chakula ya shilingi 3,000. Watu 800. Yeye peke yake alikula shilingi 6,000. Na alikuwa amebeba watu kama 8 wakaenda business lunch akapatia na kadi. Yeye alipatia na kadi kalipo cash na wale walipaga laini wameandikwa kwa kitabu ya mathematics. That is when you know you lost your God. That is when you know you lost your glory. That is when you know you are no longer that precious child of God. At what time mtoto wa maid alikula vizuri kuliko mtoto wa mama? Hallelujah. Hallelujah. Well, what you know is fighting each other. All what you know is spiritual witchcraft.
All what you know, it is that you want to bring me down because you don't think I deserve to be standing. That is all what you know. Those people, they are together. They have taken all the businesses in Nairobi. They have taken all the business. Ukienda UK alone, wacha Nairobi peke yake. Mnajua mnafikiria ka Nairobi. All the major cities of UK zinaongozwa na mamea ambao ni Muslim. Baka prime minister ni Mkenya lakini yako huko ni Muslim. Aliweka ng'ombe mbele. Ng'ombe peke yake hivi. Akaiabudu akasema rahu 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 rahu. Akakuwa. Kubuka before him kulifanyika prime minister karibu watatu. Huyu anakuja anakaa wiki mbili anafukuzwa. Huyu anakuja anakaa wiki mbili, huyu mwingine anafukuzwa. But when he came with his cow, akainua madhabahu ya ng'ombe, inamulida mpaka sasa. What about you, you're worshiping God? Wewe ambao unamwabudu Mungu, where can you go? How far can you go with your God? That man wanaabudu ng'ombe. Yule mzee alienda huko na ng'ombe. Na yuko sasa ni prime minister. Na ile kelele ulikuwa unasikia argument mingi ati prime minister amefanya mistake, huyu prime minister amefanya hivi. It is no longer because alitumia madhabahu akasilence all the mouths. Midomo yote ikazimwa. Na wakasema huyo niwe tu kwenda. Hapa Nairobi igalia Kenya wa Kristo jameni. Mumecholewa. When I was a Muslim because I was one. Nilikuwa kwenye Abuja na wakati walikuwa nafanya mikataba ile Abuja Declaration. I heard them say Kenya is very important for them. Until they capture Kenya, that is when they will come and know, indeed they have captured Africa. Kenya is the pillar of Africa. Kenya is the beacon of Africa. And they said and they had a plan, a 40-year plan, how to capture Kenya. They have captured now. They came with increasing their population, they have increased. Wakakuja wakachukua mabiashara, they have wamechukua. Sasa wamechukua power. Bwana Yesu asifiwe sana. The Minister for Defense ni wao. Intelligence man ni wao. Investigation officer ni wao. Chief Advisor, Economic Chief Advisor ni wao. Tell me, mtafanya nini? Wakristo, wao ndio wamefungua kitabu ya kuchukusa makanisa. Wao ndio wamefungua kitabu ya kuchukusa nini? Makanisa. Next time utasikia lazima useme unaenda kufanya nini kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. It's so painful to see that our faith has been downloaded. It's very painful to see that now your voice is going to be limited. It's so painful that now you are not going to be allowed to worship in a manner that you think you are supposed to worship. It is so painful because they are going to draw the plan for you how you are going to worship. Them mtoto wa maid atakuplania venye utaomba Mungu. Atakwambia venye utakuwa ukiomba Mungu. Atakwambia masaa na atakwambia when and where. I want you to think twice. To think and see where we are headed. As you pray for this country. Kutoka leo, tarehe ngapi? Pray for this country. All through mpaka tarehe 15. Pray for the security of this country. So they rose early in the morning and went out in verse number 22. Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, the people of Moab, and the people of Mount Seir. God will set ambushes when you worship this God. When you decide God to do your battle, God will set ambushes against your enemies. You don't need to go fighting. Hauhitaji kupigana. Unahitaji kumwabudu Mungu. Unahitaji just to worship God. Just to praise God. Uifungue kinywa chako, umwabudu, umwambie God, here I am. God, here I am. Wakati Abraham aliitwa na Mungu akaambia Abraham, akaambia Mungu, here I am God. Akaambia take your son, your only son, the son that you love. Take him to Mount Moriah, in one of the mountains where I will show you, and offer him a sacrifice, a burnt sacrifice for that matter. This God is asking you, just worship him. Just worship him. He will do the next. He will do the rest. He will not do it. You are not going to fight. You are not supposed to lift anything. Haustahili kuinuka ati kupanga vita. Hapana. He never told them to go and plan. He told them to worship him. And they started singing. Na wakaanza kusema, oh hallelujah, praise the name of Jesus. Hallelujah,
wakaimba nyimbo za sifa. Na walipoanza kuimba nyimbo za sifa, maadui wa Moabi, wa Amoni na watu wa Mount Seir walianza kupigana, wakaanza kuuana wao wenyewe kwa wenyewe. Maadui wako watapigana kwa sababu ya kumwabudu Mungu. Maadui watamalizana utakapomwabudu Mungu. Maadui watauana utakapomwabudu Mungu. They will fight one another. They will bring themselves down. Wewe kazi yako utaenda kuokota kile waliwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kujipatia kazi ambayo sio yako. Wacha kujipatia vita ambazo sio vyako. Biblia inasema vita si vyako, barati yaku barane yagai. Atwasho maho moraganire kuragana. Maginya wa mwisho alijipiga kisu akakufa, maana alijua amebaki peke yake. And God sent Jehoshaphat na watu wake akawaambia, go there, okota mali. Waliokota siku 3 mpaka wakashindwa, wakaachana zingine. Kumbe kama wangechukua vita tuende wakapigane, wangechoka bure. They could have wasted their time for nothing. Don't waste that precious time. Use that good time that you have to worship God. Use that precious time you have, worship Him. Don't go fighting your neighbors. Don't go fighting your sister. Don't go fighting your brother. Don't go fighting that person who stole anything from you. Let it go. Let it go. You must understand, in every spiritual battle, once you win point 1, there is another level for you waiting for you. It is a process that you have to conquer. It's a process that you have to win. Hizi vita lazima tuvishinde. Na watiposhinda, Mungu ndio sifa zirudi kwake. Maana ana uwezo wa kushinda. Ana uwezo wa kuwamaliza. Ana uwezo wa kuwaleta chini. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Seir. Mungu aliunganisha wa Moabi na wa Amoni, akawalete pamoja, wakapiga wale wengine wanaitwa Mount Seir. Wakapiga wakamaliza. Walipomaliza wale, Mungu tena akawaseparate, wakapigana wao wenyewe kwa wenyewe. God will do the battle for you. God will win this battle. Don't worry of what is happening now. It is not supposed to kill you. Huyu Mungu atakusaidia. Huyu Mungu atakubariki. Huyu Mungu ako na uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ako na uwezo wa kushinda vita zako zote. Jitayarisha tu, jipange tu. Aliwaambia jipangeni tu, ni kama mnaenda vita. Lakini inua praise and worship, itagulie. Wajeshi wakuwe nyuma, praise and worship itagulie. That's all what you need to make your God happy. Once you make your God happy, He will activate all His forces and He will win every single battle for you. Praise be the name of God. So when Judah came to the place overlooking the wilderness, verse number 24, they looked towards the multitude, and there were their dead bodies fallen on the earth. No one had escaped. All your enemies, when you give God praises, all your enemies, no one will escape. No one will escape. How maadui wamekusumbua miaka yote, just give God praise. How maadui wamekuinukia miaka hiyo yote, just give God praise. Don't need to bother about them. Just give God credit. I can tell you, no one, say no one will escape. Bwana Yesu asifiwe sana. No one will escape. They don't matter how bad they are, how educated they are, how good they are. It doesn't matter how good plans they have. Nothing they have. No one will escape. Hawatapotea, hawatatoroka, wamenaswa already. God is watching over them. God is watching over every plan they have against you. Wameangalia na wameona mipango yote ambayo walikuwa wamekupagia. Mungu anaichukulia hivi. Ameichukulia. Na anajua kajia tupanya twao tuote, tupanya ruti twao tuote wanajua. Na ameweka mitego kwenye hizo panya ruti zote. Don't worry. Don't worry kwa hawa warogi wamekuroga. Don't worry hawa walikwambia utaisha. Don't worry hawa ambao walisema hautafaulu. Usijali, Mungu ameweka mitego huko. Just praise Him. Nenda piga magoti yako chini. Muinue huyu Mungu na sadaka zako. Muinue huyu Mungu na nyimbo za sifa, muinue tu. Lift your God up and every battle will be won. He has already won. Even before He says, even before you open up your mouth, He knows what you want. Therefore, He only needs your praises. Just praise this God. Can you rise up on your 2 feet? Want us to worship? Want us to worship? Then
We'll come into the other service, the deliverance service. We'll begin at 3. Please, I'm expecting you, all of you, not to go home. I have a very special message for you. But for now, I want us to lift up your voices as we worship. Just let's worship. Thank you, Jesus. Sitaabudu Mungu mwingine aliye na mfano yoyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Fungua kinywa chako. Mwambie niwe manukato. Mwambie Mungu, naleta sadaka zako, naleta sadaka zako. Na kama hauna bahasha ya sadaka yako, kuna mtu anapita hapo karibu, pokea sadaka yako, toa sadaka yako, ishike kwa mikono yako, chukua bahasha ya karibu na wewe. Pia kuna namba ya simu, kuna paybill kwenye ukuta unaiona, unaweza kutumia. Tunapoomba Mungu anaenda kushughulikia vita zako. Tunapoomba Mungu anaenda kushughulikia mahitaji yako. Tunapoomba Mungu anaenda kuzungumza na wao ambao wamekupangia. Kuna maadui waliojificha mahali, wamepanga vita dhidi yako. Kuna watu ambao wameenda kwa waganga, wanataka kukushambulia. Kuna watu ambao wameenda kwa YouTube, wanataka kukushambulia. Mungu anaenda kuzima hizo YouTube. Mungu anaenda kuzima hawa waganga. Mungu anaenda kuzima hawa wachawi. Mungu anaenda kuwazima, anaenda kuwapiganisha wao wenyewe kwa wenyewe. Watapigana na hawatajua ni nini kimewapiganisha. Walikuwa pamoja lakini watang'olewa, wataharibiwa. Vita zao zote, makombora yao yataangushwa. Ngome zao zinaenda kuanguka, zinaanguka sasa. Ninaona kuna ngome zinaanguka sasa. Ninaona kuna nguvu za giza zinabomoka sasa. Ninaona mbali kwa umbali watu walio nchi za nje ambao vita zao zinainuliwa sasa. Mungu anainuka kuwapigania. Maadui wamesambaratishwa, wamepiganishwa. Chochote ambacho walikuwa wamekatalia nacho kimeachiliwa katika jina la Yesu Kristo. God is so precious and he is so positioned precisionally to win that battle. Yes, they said you are not going to succeed, but I can hear the voice from heaven saying you are going to succeed. Yes, they said, and you yourself, you have evaluated yourself. You are powerless. You have no energy. You have no clue. But the heaven is saying, it is the heaven that has caused you to have no clue, because the clue of heaven is going to work for you. I did not hear amen.
I say it is the clue of heaven that is going to work for you. It is the plan of heaven that is going to work for you. Yes, you don't have the capacity to fight. The heavenly capacity is already doing this job for you. Yes, they have gone to see the witch doctors. God, the heaven is saying the witch doctors are going to be blind. They are not going to see anything. They are not going to hear anything. They are not going to be able to succeed in their moves. Ati walikuwa wamepanga ya kwamba hautafaulu kwenye maisha yako. Mbingu inasema umefaulu already. Ati walikuwa wamesema watakurushia ugonjwa ya kansa, watakurushia magonjwa, atakuwa confused, utumie pesa yako kwenye magonjwa. Kutoka sasa kwenda mbele hakuna magonjwa itasimama mbele yako, maana Mungu ashafika mbele. Hakuna magonjwa ambayo itasimama mbele yako. The heaven has said, mbingu imefunguka. Mbingu inasema inaenda kukupigania. Mbingu inasema imesambaratisha kazi zao. Mbingu inasema imewaangusha. Mbingu inasema maadui sasa wameanza kupigana. The heaven is speaking now. If you are ready, we can go. Uniguze, unijaze, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Tunapoimba wimbo huo, leteni sadaka zenu hapa mbele. Uniguze, wekeleeni kwenye sakafu hapa. Just angusha mahali popote ulipo karibu na wewe. Just close at nyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Unapoekelea kuna nguvu zinashuka kutoka mbinguni ambazo zinabadilisha maisha yako. Zinabadilisha jinsi walivyokujua. Zinabadilisha jinsi kazi yako ilivyo. Mungu ananyosha mkono, wekelea this side. Hawa wapande huu, wekelea pande hii. Wekeleeni pande hii. Leteni pande hii. All this side, come to this side. Na walio pande huu walete this side. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema. Uniguze, uniguze, unijaze. Baba, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Inua mikono yako, mwambie nyosha mkono wako. Inua mkono wako, ushikane na yeye. Inua mkono wako, ushikane na yeye. Ana uwezo. Ana uwezo. Huyo Mungu ana uwezo. Ana uwezo. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema. uniguze, Uniguze, unijaze, unijaze. Baba, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema. uniguze,
mkono mwambie nyosha mkono wako, nyosha mkono wako Baba. Tembea kwa watu wako Jehova. Nyosha mkono wako wa rehema, Yesu, nyosha mkono wako. Yesu, nyosha mkono wako. Tunakuhitaji Baba, uniguze. Baba, nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako Baba. Inua mikono mwambie, mwambie nyosha mkono wako. Yesu niguze. Nyosha mkono wako. Verse number 26. Verse number 26. And on the fourth day, they assembled in the valley of Berach, for there they blessed the Lord. Therefore, the name of that place was called the valley of Berach until this day. Then they returned, every man of Judah and Jerusalem with Jehoshaphat in front of them, to go back to Jerusalem with joy. For the Lord had made them rejoice over their enemies. So they came to Jerusalem with stringed instruments and harps and trumpets, and to the house of the Lord. And the fear of God was on all kingdoms of those countries where they heard that the Lord had fought against the enemies of Israel. Then the realm of the Jehoshaphat was quiet, for his God gave him rest all around. God gave him rest all around. Even the enemies who were not planning to come and attack you, they will be scared of you because of what God has done. Even those who had a plan to come and engage anything against you, wote watakuwa watababaika. Waliopanga kuja kukupangia, kuja kukuattack, waliokuwa na kusudi fulani ambalo ni ovu, from today I can decree and declare that they are going to be dispersed even before wanaenda kusambaratishwa, hata kabla wajaanza kupanga. Watakaposikia maadui wako walivyofanywa, hivyo wataanza kuogopa. Iwe ni ugonjwa, watasambaratika. Iwe ni lesbianism ama magay ama kufanya masturbation, imeondoka. And they came back with the praises to the Lord. I want you to go home, because from today henceforth there will be so much praises in your mouth. When you return here, I want you to return what you'll feel will make your God be happy of what he has done to you. Pick this envelope. It is an envelope of your victory, of what God will have done to you, of the battles God will have won for you. Just make a statement with your God. I need more envelopes.
I need more envelopes. Then they returned, every man of Judah and Jerusalem, with Jehoshaphat in front of them, to go back to Jerusalem with joy. For the Lord had made them rejoice over their enemies. I need more envelopes. Kindly. Zimeisha. How? Who was in charge of this? How now? Unazuia watu wa Mungu wapate baraka. Karagu. Elders. Kawadi ya there. Worship. Let's wachana na worship, tuingie kwa praise. We are praising. We are in the victory. Amen. I don't know what is wrong with you today. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? To be in this house? Yes. Are you happy to be in this sanctuary? Lift up your hands. Your hands together. Who has final say? Hii ndio ile kiherehere nilikwambia ilikuwa inakusumbua. Sasa naambia who has mnakaa watu ambao hamjabarikiwa. Inua mkono kama umebarikiwa. Inua mkono yako. Who has